uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu peke yangu sitaweza Bwana uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu peke yangu Bwana peke yangu sitaweza uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu peke yangu sitaweza uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu peke yangu sitaweza uwepo wako Bwana wangu uwe nami. Uwepo wako Bwana sadaka nzuri ya makofi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaweza keti kwa kiti chako cha muujiza. Amen. Tafadhali tujaze hizi viti huko mbele na inakuwa ni vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si amkwere your neighbor. Salamia neighbor yako, mwambie karibu sana. Na uangalie kabisa yeye ako na matarajio ya kupata kitu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wako mpya and we thank God. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tu tutumie nafasi hii pia
Ni vizuri, shuhuda huwa zinatujenga na zinatusongesha hatua nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema na tutamshinda shetani kwa shuhuda za vinywa vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi la moyo wangu, mara mingi wakati mwingine tunaruka hiyo section ya testimony, lakini ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana kuona kile Mungu wa mbinguni ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii kiti haina mtu. Madam, mwenye unakunywa maji, tunakupenda sana. Acha ni kutunuku neema ya kukalia hapa mbele. Itakuwa ni vizuri sana. Shiro, saidia hiyo mgeni mleta hapo mbele. Itakuwa ni mzuri. Pigie Yesu makofi mazuri kwa ajili ya Mungu. In the name of Jesus. Nilisema na bado ninasema ya kwamba siku zenye tunaishi hizi, siku ni nyingi, lakini zimejawa mambo mengi sana, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Amen. Ninaposimama hivi, I'm a testimony because of God. Na kuna kitu ambacho haupaswi kuonyesha ya kwamba umeshindwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And we thank God because of God. Uko hapa tu leo, ni siku yako ya kwanza kuwa nasi kwa ibada hii ya leo. Inua tu mkono wako mahali ulipo. Today it is your first day. Leo ni siku yako ya kwanza kuwa kwa mkutano ama kwa siku ya leo. Inua tu mkono wako mahali ulipo na tutamshukuru Mungu. Siku yako ya kwanza kuingia kwa Wednesday service kama ya leo. Amen. Inua tu mikono yako miwili mbele za Mungu. Tunataka ku appreciate hawa wageni wote. Inua mikono juu. Inua tu mikono juu. Inua mikono juu. Haya, pigia Yesu makofi mazuri kwa sababu ya wageni wetu wa kipekee, wale wametutembelea kwa njia ya ajabu sana. Amen. Haleluya. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Fanuel Sedekia. Ni mwimbaji, nilimpenda sana. Akaangalia, akauliza, akaambia watu ya kwamba ninaona tumetembelewa na wageni wengi sana. Na watu, unajua ukiambiwa hivi kila mtu anapenduka kuangalia ni nani huyo. But katika ulimwengu wa kiroho alikuwa anaona a lot of angels wametuzunguka na wako kwenye ibada. Amen. Na akasema ya kwamba tunataka tu appreciate Mungu, tunataka ku appreciate wageni wa kipekee. Maana kila mtu hapa vile tuko hivi, unaona vile umekaa hivi, uko na bodyguard wako. Ni wewe uwele wingi, you have your bodyguard. The time to, wakati apostle alikuwa anatuambia, wakati tulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo na hapo kuna mtu alisainiwa ambaye ndio malaika wako huwa anakulinda. Na ndio unaona ya kwamba wakati Yesu ako kule, shetani anapokuja kumjaribu, anamwambia maneno fani sana. Anamwambia, jitupe chini, maana malaika ako hapo atakulinda, hautaumia. Bwana Yesu asifiwe. So hata shetani anajua ya kwamba wewe uko na mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile ambavyo tu uelewi. So inua mikono yako juu. Nataka tushukuru Mungu kwa sababu ya walinzi ambao Bwana ametupatia. Huyo mlinzi ambaye amekuongoza kutoka nyumbani. Huyo mlinzi ambaye amekusaidia ukiwa kwa hiyo gari. Bwana akakusaidia. Wengine wakagongwa na magari lakini wewe ukawa mzima. Wengine jamani walipolala hivi hawakuamka, lakini huyo angel akakucontrol, akakuongoza mpaka kufika hapa
kwa kanisa kukuja hapa kumtolea Bwana dhabihu. It is not easy. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Inua mikono yako juu. Nataka tumpatie Yesu mwenyewe sadaka nzuri ya makofi. Roho wa Mungu sadaka nzuri ya makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haya, 1, 2, 3. Yesu sadaka nzuri ya makofi. Mpe Yesu. Hiyo bado. Ongeza kidogo jamani, ongeza kidogo. Jamani, hata Mungu mwenyewe anapendezwa na hiyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Baba, wakati mwingine unaniingishanga kwa majaribu, nataka kusifu ama kuabudu. Amen. Kwa nini nimesikia kusema hivi? Jamani, ni Mungu anatulindanga. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho wa Mungu utulinda. Amen. Jana nikitoka hapa, nilitoka masaa kukimbia at least kutibiwa, na nikiwa kwa gari, mimi ni dereva, nilitunukiwa neema kukaa mbele. Na huyo dereva mwenye alikuwa na hiyo gari akaendesha gari kwa njia ambayo ikunibariki roho yangu. Na nikasikia dhamira yangu kabisa imekataa. Sijawahi shuka katikati ya barabara, lakini jana nilisikia tu dhamira ikanikuja ikakuwa kali, mpaka sasa nikasikia tu sauti ikaniambia toka. Umenielewa? Sikujua what is going to happen. Na nikashuka tu, nikamwambia samani saa nishukisha hapa hivi. Akanishukisha. Nikabaki hapo ni. Do you know ile kiti nilikuwa nimekaa, kiti tu yenye nilikuwa nimekaa. Huyo ndugu ile speed alitoka tena nayo wakati tulifika pale, because ninaishi Rongai hapo mbele. Nilipata hiyo gari imegongwa, unaona ile kiti ilikuwa na overtake lori na ni kama ilimshinda. So iligonga tu exactly ile kiti yenye nilikuwa nimekaa hapo kando. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninashukuru Mungu, wakati tulifika hapo nikauliza kuna mtu ameumia hapa? Akasema hakuna, alikuwa anakimbilia squad. Bwana Yesu asifiwe. I want to say this, Mungu tulinda. Hata kama shetani amepanga njia ya kukuangamiza, hawezi pata hiyo nafasi. Na nikajiuliza hiyo swali, why? What is this happening? Amen. Ndio unapo niona nikikuja hapa nikikwambia my sister, my brother, omba na umshukuru Mungu. Maisha yetu yamelindwa na Mungu. Si watu wote jamani wanafurahia unapokaa vile huko. Amen. Na Bible imesema ya kwamba ukiniita siku ya mateso nitakuokoa. Sielewi. Na ndio kila wakati nawaambia be sensitive in spirit. Amen. Na Bwana atatusaidia sana. So huyo Mungu ni mwaminifu. Na mimi nimeshindwa hii ni spirit na iko mbioni sana. At the end of the day nilikuwa ninasema mimi sitakufa mpaka wakati Mungu nimetimiliza mapenzi ya Mungu. Siku moja tukatoka hapa kesha. Usiku tukafika pale roundabout pale, gari kaburuka juu ya hewa hivi. Kashindwa ni nini ina happen. Lakini kumbe wakati ambapo umechokoza shetani, naye shetani anakutafutaka kwa njia yote. But we thank God, maana sisi wote tumefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi kwa sababu ya Bwana. Ndio sababu umeona nikasema ya kwamba leo hii tumetunukiwa neema kubwa sana kuwa na wageni wa kipekee. Wageni ambao wewe kwa macho ya mwilini huwezi waona, lakini ni spirit unaweza waona tu. Amen. Hallelujah. Because of time ninakaribisha tu yule ako na testimony. Atuambie kile Mungu amemtendea kwa hii madhabahu. Alafu tuingie kwa praise, na najua kwamba mtume atakuwa anafika kwa wakati unaofaa. Mungu awabariki. Kuna wale walikuja mapema sana ili waonane na mtume. Asante kwa Mungu, maana ukiwa tu kwa hii uwepo wa Mungu umezungumza na Mungu, na huyo Mungu atakuhudumia.
You are here. Inua tu mkono wako. Nataka tukupatie watu wawili peke yao wati kile Mungu amekutendea tangu wakati tulipofundishwa hapa about intimacy, love of God, ushirika wa Mungu. Huo ushirika, vile umetembea na Mungu wiki mzima na kile Mungu amekutendea, na tutashukuru sana. Inua tu mkono wako. You have a testimony. Testimony number 1. Najua wakati mwingine watu hupenda kuimbiwa ndio watoe testimony. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Karibu sana. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Adasa, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nikiwa nimeketi pale nikasikia Roho wa Mungu amenizungumzia, akaniambia, kumbuka wakati ulikuja hapa ulikuwa mang'aa, na nimekufanyia kazi hata nimekufika utukufu wangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko na sababu ya kumshukuru Bwana na kusema ni asante. Nashukuru Mungu. Simbarikiwe. Amen. Pe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Amen. Si Mungu akubariki kwa ajili ya Mungu tu. Simama kwa miguu yako miwili. Tumsifu Bwana. Hizo dakika 30 zimepaki. Tutaka tumsifu Bwana Yesu. Na Bwana anaenda kututendea mambo makubwa. Amen. Salamia jirani yako, mwambie ni wakati wa kumsifu Bwana. Siku hizi hatuna corona, hatuna corona. Number 5, corona iliisha. Amen. Mtolee kwa ushuhuda, umwambie unaona tangu tuombe watu wamekuwa wampya. Amen. Haleluya. Nashangaa sana ati saa hii naweza tembea nione mguu wiko na vumbi. We, Mungu hey, lakini asante kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia your neighbor, are you ready to praise Jesus? Are you ready to praise Jesus? Are you ready to praise Jesus? Amen. Are you ready to praise Jesus? Yes, we ready. Yes, yes, yes. That's why I praise you. In the morning. Ngoja kidogo. Sikia hiyo. That's why, unanielewa? Cheka tu kinanda kabisa baba. Na weke zile beat zile ambazo ziko na utukufu. Umeona hata hiyo ndugu vile anacheza keyboard ni muujiza. Alikuwa anataka magonjwa mbaya sana. Haya, makofi tu jamani. Twende. Haya. Jesus. Aha. Yes, hallelujah. Hata ngoja kidogo. Baba, ni beat za praise. Ni beat za kufanya nini? That's why I praise you in the morning. That's why I praise you. Wakati tutaimba. Haya, twende. Haya, makofi kwa Yesu jamani. Unapoimba wimbo huo, unaanza kufikiria kwa mawazo yako ya kwamba kweli. Haya, twende. Sikia tu hiyo melody. Sikia tu. Haya. Hallelujah. Sikia tu. Unapo tu jamani tafakari huko wa Mungu. Oh, that's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. Oh, that's why I praise you in the morning. That's why I praise you
praise you all the time. Aya, angalia tu jamani wema wa Mungu. Fadhili za Jehova. You are so faithful, so faithful, so faithful. 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 That's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the noontime. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. That's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dancing, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, a winner man. Oh, 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 winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Oh, a winner man. Oh, winner man. Oh, a winner man. Oh, winner man. Oh, a winner man. Oh, winner man. Sasa Yesu kidogo. Hallelujah. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Oh, ananipenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, ananijali, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, 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 ni wa amani, wa amani, oh, ni wa uzima wa milele. Oh, ni wa uzima wa milele. Oh, ni wa amani, amani, oh, ni wa uzima wa milele. Oh, ni wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, ananijali, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa
Ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua, ameniinua Bwana, ameniinua, ameniinua Bwana, ameniinua, ameniinua Bwana, ameniinua, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, ameniinua Bwana, amenibariki Bwana, amenibariki Bwana, amenibariki Yesu, amenibariki Bwana, amenibariki, amenibariki Bwana, amenibariki, amenibariki Bwana, amenibariki Bwana, amenibariki Bwana, amenibariki, amenibariki Bwana, amenibariki, amenibariki Bwana, amenibariki Bwana. Ni wewe mwenye uwezo, wewe mwenye uwezo, nakukimbilia, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye uwezo, ni wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe amani, wewe mwenye amani, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye amani, wewe mwenye amani, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye upendo, wewe mwenye upendo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye upendo, wewe mwenye upendo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye amani, wewe mwenye amani, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye amani, wewe mwenye amani, nakukimbilia, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye uwezo, wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye uwezo, wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye furaha, wewe mwenye furaha, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye ua, wewe mwenye furaha, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye uwezo, wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye uwezo, wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, wewe mwenye amani, wewe mwenye amani, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, Mungu wa baraka, wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa amani, wa amani, Mungu wa amani, Mungu wa amani, wa amani, wa amani, Mungu wa upendo, wa upendo, wa upendo, Mungu wa upendo, wa upendo, wa upendo, Mungu wa baraka, wa baraka, wa baraka, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniokoa.
nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamshukuru Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamshukuru Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Haleluya. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Ameniona, 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 ameniona. Gaiwa kwa gaiwa kwawe, gaiwa kwawe wa magerania. Gaiwa kwa gaiwa kwawe, gaiwa kwawe wa magerania. Oh, gaiwa kwa gaiwa kwawe, gaiwa kwawe wa magerania. Gaiwa kwa gaiwa kwawe, gaiwa kwawe wa magerania. Oh, haleluya, haleluya, haleluya we wa magerania. Haleluya, haleluya, haleluya we wa magerania. Oh, haleluya, haleluya, haleluya we wa magerania. Haleluya, haleluya, haleluya we wa magerania. Orogota, orogotai, orogota we wa magerania. Orogota, orogota, orogota we wa magerania. Orogota, orogotai, orogota we wa magerania. Orogota, orogota, orogota we wa magerania. Emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, ekonera inane kono emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, ekonera inane kono emoyo. Atonyanga mare maradira, ameshusha mare maradira. Mutumia karogera Jesu, ekonera inane kono emoyo. Emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, ekonera inane kono emoyo. Emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, emoyo Jesu, emoyo, ekonera inane kono emoyo. Oya konera kena, koro yakwe tuma tuma, koro yakwe kaigwa wega, metono wa muhonokia. Koro yakwe nirakena, koro yakwe tuma tuma, koro yakwe kaigwa wega, metono wa muhonokia. Koro yakwe nirakena, koro yakwe tuma tuma, koro yakwe kaigwa wega, metono wa muhonokia. Koro yakwe nirakena, koro yakwe tuma tuma, koro yakwe
wanokia Negwario oro wawedo Eroyo nyere twane teso Otare morugo nyere mono Newedo wamagegania Negwario oro wawedo Eroyo nyere twane teso Otare morugo nyere mono Newedo wamagegania Koro yakwa ne akena Koro yakwa ne chuma Koro yakwa kwengwa wega Ekoro amo anakia Azuri magatiga Kodo manene magatiga mode Marogera Jesu Azuri magatiga Kodo manene magatiga mode Marogera Jesu 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 Marogene monene Marogene monene Marogene monene Marogene monene Marogene otaga Marogene otaga Marogene otaga Marogene otaga Kumia magatiga Mauno manene magatiga mode Marogera Jesu Rukia Yesu Ai Rukia Yesu Tete ya Yesu Muziki wa Yesu Arumia magatiga Mauno manene magatiga mode Marogera Jesu Arumia magatiga Mauno manene magatiga mode Marogera Jesu Marogera Jesu Marogera Jesu Marogera Jesu Marogera Jesu Marogera otaga Marogera otaga Marogera otaga Marogera otaga Marogera moderu Marogera moderu Marogera moderu Marogera moderu Marogera moderu Marogera moderu Anake magatiga Yesu, sadaka nzuri ya makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Inua tu mikono yako. We want to worship God. Dakika hizi chache ambazo ziko mbele yetu, nataka tu mwambie Bwana, nataka unene pamoja na moyo wangu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Inua tu mkono wako juu. Hallelujah. 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 Inua tu mikono yako hivi. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota nguru mo vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo Kuimbia
chako, zungumza na Bwana. Mwambie roho yangu Bwana, wacha ikuimbia siku ya leo. Fungua tu kinywa chako, zungumza na Bwana. Hii ni fursa kuu ambayo Bwana ametupatia. Mwambie tu Bwana asubuhi ya leo, roho yangu Bwana, roho yangu Bwana ina shauku na wewe. Roho yangu Bwana ina shauku na wewe, kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Zungumza na Bwana, zungumza na Jehova. Neno la Baba linasema ya kwamba angalia huyu mama ambaye alikuwa ametokwa damu midama wa miaka 12. Maandiko ya Baba yanasema ya kwamba yeye aliazimia moyoni mwake, leo ni siku yangu na Bwana, nami moyoni mwangu ninahisi kukwambia wewe unayenisikiliza, fungua tu moyo wako, mwambie Bwana, moyo wangu una shauku na wewe. Moyo wangu Bwana ukuabudu, moyo wangu Bwana ukuabudu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fungua tu moyo wako, fungua roho yako, zungumza na Bwana. Ni nini hiyo ambacho unachohitaji Yesu akutende? Yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Iwenda kama unaweza jiuliza, yani huyu Mungu ni kana kwamba anisikii. Huyo Bwana anakusikia, huyo Bwana anakusikia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nena pamoja na Bwana, fungua tu moyo wako, angalia tu kuwa Bwana, angalia tu kuwa Bwana. Biblia inasema niombe nami nitakupa. Nimewaambia kwamba kila wakati na kila dakika, leo hii toa tu nafasi hii ya kuzungumza na Bwana. Mwambie Bwana, nena na moyo wangu, nena na moyo wangu mchana wa leo. Zungumza na moyo wangu Bwana, nena pamoja na moyo wangu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Fungua tu kinywa chako tu, zungumza na Bwana, zungumza na Roho Mtakatifu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jesus, Lord my God, Holy Spirit of God, we welcome you. Tunakualika mara tena kwa ajili ya utukufu wa Bwana. In the name of Jesus. Oh, ra la 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 la. Shila la la mayandara de. Wakati huu angalia tu huyo Mungu, angalia tu, si Mungu tu akusaidie tu kuelewa ukuu wa Mungu. Fungua tu mawazo yako, fungua fikira zako. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani mbele za Mungu. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Sikia tu hiyo, fungua tu mawazo yako. Majira kama haya na wakati kama huu, wakati mtu unapotuongea na unapojiuliza, wakati kama huu na majira kama haya,
kitu gani hicho ungependa kumpatia Bwana Yesu? Nafasi tu achukue nafasi yake kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Father, we thank you. Father, we thank you. Ewekete magegania nani ningehota kutareria, ningehota kutareria, ningehota kutareria, ewekete magegania ningehota kutareria, huyo Mungu asubuhi ya leo tunapokiri katika vinywa vyetu ya kwamba Bwana umetenda mambo makubwa ambayo hatuwezi jieleza. Angalia tu kuwa Mungu, angalia tu kuwa Mungu. Ni nini ambaye amekutendea? Ni nini hiyo Mungu amekutendea? Ndiyo sababu nasema Bwana umefanya mambo makubwa ambayo mimi siwezi kuyaeleza. Ni kweli huyo Mungu amelinda maisha yako. Ni kweli huyo Mungu amekupigania mahali ambapo ungeweza kujipigania. Ni kweli huyo Mungu amekupatia kazi ambayo uko unafanya. Leo hii una kitu cha kumwambia Bwana, umetenda mambo makubwa. Angalia tu kuwa Mungu. Ninahisi moyo wangu kukuambia ya kwamba hebu angalia kile Mungu amekutendea. Hata vile unapumua, hata vile tu Mungu amekutendea tu. Muujiza wa kwanza katika maisha uko mzima. Muujiza wa kwanza unapumua. Can you see how God? Angalia tu Mungu vile ni mwaminifu katika maisha yako tu. Mara mingi huwa ninasema ya kwamba nyimbo ambazo tunaimba mara mingi tumezizoea tu kama nyimbo. Lakini wakati unapoimba, tafakari tu, angalia hiyo wimbo inahudumia moyo wako. Huo wimbo unahudumia moyo wako. 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 Na hisi bado kusema ya kwamba huo wimbo unahudumia moyo wako. Angalia tu vile Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yako. Ndio sababu nasema Bwana umetenda mambo makubwa ambayo mimi siyawezi kuyaeleza. Angalia tu. Leo hii kama ni wanadamu wamekupatia hiyo uzima, wangekuwa wanakupimia tu. Lakini today you have something to tell God. Bwana umenitendea hii. Nasikia tu jamani, nahisi tu ya kwamba tu mwambie Bwana, ninajua ya kwamba Bwana umenitendea hii. Nina sababu la kukushukuru kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sikia tu hiyo. Maandiko ya Baba yanasema ya kwamba Mungu anaangalia moyo uliovunjika, moyo ambao uko na kiu. Ndiposa Daudi akasimama siku moja akasema, moyo wangu una shauku kama vile ayala ayoneavyo shauku maji ya mito. Sielewi ni kwa nini Daudi alikuwa anasimulia ya maneno, matendo yote ya Mungu tu. That man he understand Mungu ambaye ako ndani mwake. Nimekosa na ni makosa mengi sana. Tunakuja hapa tunafundishwa, wananena mambo makubwa katika maisha yetu. Siujiulize kwa nini hayo mambo yanayonenwa sijaona ikitimilika. Shida si Mungu, ndani wewe. Asubuhi ya leo nilikuwa nauliza watu hapa jana, Mungu akikuuliza leo hii, my sister, my brother, ni nini unataka nikutendee? Kila mtu alikuwa na kitu cha kusema. Na sasa wakati kama huu, Mungu ametukusanya katika hekalu lake. Purposely anajua ni kitu gani anataka kutenda kwa maisha yako. Ondoa ile mentality ya kwamba leo ni siku ya Wednesday, siku ya deliverance,
siku ya neno. Ondoa hiyo mentality. Usikuje tu hapa ili at least ati mtume aone ya kwamba ulikuja. Kuja hapo ukiwa na nia that today ninaenda kukutana na Mungu wangu, baba yangu. Hata mtume anaweza kosa kukuhudumia, lakini Mungu anaweza mcommand akuhudumie kwa hitaji yako, maana already ushajiunganisha na mbingu. The time I came to know that our kingdom, yale tulikuwa tunafundishwa hapa ya kwamba ufalme, elewa ya kwamba wewe ni mtoto wa mfalme, una uwezo wa kupokea kile ambacho unachotamani. By the way, I want to tell you today, na hiyo sina aibu kusema, Mungu hawezi kukupatia kitu ambacho hautaki. Tuelewane hapo. Hapa kuna mtu amekuja akiwa na hitaji tu, naomba Bwana, nina shida hii. Labda nina shida ya kazi, labda nina shida ya ugonjwa, labda nina shida ya jamii, labda nina, kila mtu ako na mahitaji yake tu. Na ndio sababu neno la Mungu linasema, neno langu ninalituma kwa watoto wangu. Hilo neno ambalo Mungu analituma kwako, kila mtu ana ufunuo wake. Na ndiposa ninajaribu kuweka akili hii kwa mawazo yako. Can you look God? Angalia Mungu. Ni nini hiyo unachotaka? Ndio mwimbaji akasema ya kwamba kile ninachotaka tu ni wewe. Tafakari. Tafakari tu. Siku moja mshirika mmoja akaniuliza, Pastor Daudi, mbona unasemanga wakati mwingine kutafakari? Mtu utafakari nini? Ilikuwa ni swali na lazima ujibu. The time ambapo nakwambia tafakari wema wa Mungu kwako, na uanze kujiuliza, Mungu, kwa nini ninaishi? Kwa nini ninakaa haya maisha ninayokaa? God ako na kusudi na maisha yako. Everybody amesha asainiwa kazi yake na Mungu. Ndio sababu hujakufa, unaishi. Maana kuna kile kitu ambacho Mungu ameweka na wewe ndio una uwezo wa kukifanya. The problem that we have, hatujawahi uliza Mungu, wakati ambapo Bwana uliniokoa, kazi yangu ni gani? Labda ndio baraka zako uone neema ya Mungu. Labda God amekupea tu, amekuasaini upanguze viti tu peke yake na uonane na Mungu. Lakini haujawahi jua. Na ndio leo hii ninakwambia tu, asubuhi ya leo na mchana wa leo, kabla mtume aingie ili ahudumie mioyo zetu, ndio nakuuliza leo hii, si laiti tu Bwana angekusaidia kupatia ufahamu? Mwambie Bwana, ninatamani siku ya leo nielewe position yangu. My position. Mara mingi tunang'ang'ania microphone, na labda jamani, si ati ya kwamba hii microphone ndio Mungu amekuasaini hapo. No. God labda amekuasaini tu hata jamani, labda kwa kuomba. Siambie Bwana akusaidie tu uelewe nafasi yako kabla mtume aingie, maana ni dakika 3 zimebaki. Nataka tu ufungue kinywa chako, mwambie Bwana, nisaidie kuelewa position yangu. Baraka zako ziko tu, lakini haziwezi ingia kabla hujaelewa position yako. Ndio Biblia inasema Yesu akawa amekaa, wanafunzi wakakuja kwa Yesu, wakamuuliza Yesu, tufunze jinsi ya kuomba. Maana saa zingine tunaomba tofauti na vile Mungu anavyotaka.
akaona kuambia haya maneno hawataweza kuelewa, akasema ombeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani hapa juu. Akawafundisha jinsi ya kuomba. So asubuhi ya leo nami ninahisi kukuambia kwamba simwambie Bwana nisaidie kuelewa. Labda position yenye huko si hiyo Mungu amekuweka hapo God. Na ndio sababu unaona tunang'ang'ana. Na hii ninasema mimi nimekuwa niking'ang'ana na nimeng'ang'ana sana. Nataka kufundisha Mungu vile ndivyo nataka kukaa, lakini Mungu anataka kunifundisha vile anavyotaka. Nikatoroka, nikawacha kazi ya Mungu, nikakimbia kwa marori, nikakimbia kwa dereva. Nimeng'ang'ana na hiyo magari. Hakuna gari hata moja sijaiendesha. Lakini Mungu ni nani? Kama Mungu amesha kukuasaini kazi, my brother, my sister, hata utoroke atakukamata tu. And that's why today niko hapa nikisema ya kwamba na ninaushawishika kukuambia, omba Mungu akusaidie kuelewa your position. Naweza kuwa umekimbia kwa biashara, asante. Unasema neno la Mungu nasema mikono mwa kazi ya Mungu ama kazi hii. Biblia inasema Bwana atabariki kazi ya mikono yangu. Unapoenda kuanzisha hiyo kazi ina backfire. Unaanza kujiuliza why? Uliza Mungu mchana wa leo. Sijui kwa nini nimehisi kuongea haya maneno. Unang'ang'ananga kwa nini? Ni position yenye uko, labda hiyo sio Mungu ametaka uwe. Inua tu mikono yako juu namna hiyo. Inua mikono yako juu. Na mimi ninataka kuona kila mtu akiambia Bwana asubuhi ya leo, nisaidie kuelewa mapenzi yako. Nisaidie kuelewa nafasi yangu kwa hii kingdom. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa kazi ambayo napaswa kufanya mbele zako. Leo hii ninakumbuka hapo nyuma kule kwetu Western tulikuwa tunakimbia, watu walikuwa wanang'ang'ania baraka zao. Unapata Jumamosi wa mama vijana wameenda kutandaza, yani kukumala kanisa. Huko kwetu huko kulikuwa na kanisa ya matope. So unasikia kwamba kila mtu anatamani kujihusisha. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana asubuhi ya leo, nisaidie kuelewa nafasi yangu. Nisaidie kuelewa nafasi yangu. Wakati neno la Mungu linakuja, hilo neno litakuelekeza kuelewa mapenzi ya Mungu. Last Wednesday nimesema ya kwamba mtume baba yetu amekuwa akitufundisha kuhusu kuwa na ushirika na Mungu. Ukiwa na ushirika na Mungu, Mungu atakuelekeza kile anachotaka ufanye. Lakini kila wakati Mungu anapokuja anataka kukuelekeza mahali fulani, anapata umetoka. Why? Because wewe tujauliza baba, tujauliza Mungu. Mwambie tu Bwana asubuhi ya leo, nisaidie kuelewa mapenzi yako. Nisaidie kuelewa njia zako. Nisaidie kuelewa huduma umenipatia Bwana. Nisaidie. Nataka kusikia watu wakiambia Bwana. Nimesema ya kwamba nataka kusikia sauti za watoto wa Mungu wakiambia, Father, I'm here. God, help me to understand. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono Baba. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Ruhusu Roho Mtakatifu akushike mkono, akuelekeze kwa mapenzi yake, akuelekeze kufanya mapenzi yake. Baba, nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike Bwana. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono Baba, uende nami Bwana. Uende nami. Enda nami Yesu. Enda nami Baba. Uende nami Bwana. Uende nami Baba, nitangulie
Bwana. Nitangulie. Siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Yesu. Nitangulie Bwana. Baba nitangulie. Baba nitangulie Bwana. Nitangulie Bwana. Nitangulie Bwana. Nitangulie. Asante, Mungu awabariki. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa upendo wako ajabu, baraka zako na ni za kiajabu. Asante Baba, tunakuabudu na tunakushukuru. Kuwa nasi kwenye safari hii tumeianza. Tuongoze katika mafundisho ya leo. Nitumie kama chombo nikaweza kuwafikia watu wako na nikaweza kuwafundisha yaliyo yako na nikaweza kuwaongoza kwa njia zako na nikaweza kufanya jinsi tu unavyotaka. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sema asante, sema amen. Amen. Siwasalimie watu wawili watatu, waambie karibu kwa lunch hour service. Tukule neno, kula neno, kula neno, kula neno. Bwana Yesu asifiwe. Anasema I don't think nitahitaji hiyo. Tunasema kula neno, kula neno, kula neno. KDF, huyo ni Buju. Huyo ni nani? Ni Buju tu. Tutabia twingine ukisikia tu upajika, utaji kutafuta bahari. Kama unajua mtu tu, ukikuta kakitu kamefanyika mahali, hata ndio naonaga CID wakikuja wanauliza hawa watu walikuwa na kaje. Kuna mmoja mrefu, kuna mmoja mfupi, kwa sababu wanawajua. Sasa ukisikia KDF unajua Buju ndio huyo sasa. Ni mtu wa KDF na ni mtu wa ile kitu kagumu. Kanaitango kagumu. Habari zenu. Hebu salimia mwenzako muulize ulipotea for long time sijakuona. Muulize wewe ulipotea wapi? Muulize ulikuja tu last time nilikuona ulibeba mujiza ukaenda nayo. At least nani? Mokodiro. Gikundiro. Hello. Tunasemaje na huko kwenu? Kusalimiana? Na umenona? Ama ulienda kwa kichaka kuchukua bunduki? Sijaenda. Ulifanya nini? Na Devu naona amekuwa kubwa. Unasalimiaje naje huko? Tunasalimiana murahoneza. Murahoneza. Amakuru. Ya makuru. Sasa mimi nitajibu. Mimi wote nisalimia muraho. Mimi nitakusalimia murahoneza. Na mimi niseme amakuru. Mimi nikujibu ni mimi ude makoro. Habari ya masiku. Tuko salama. Tunashukuru Mungu. Umerudi Kenya? Nimerudi. Uko na passport? Yes. Uko na document? Yes. Zote. Sasa wewe si mkibisi? Na ulevi ilipunguka? Hiyo nimeacha kabisa. Kabisa. Nikikupatia shilingi 2000 hapa haitakutuma mali hapa. Hakuna. Najua shida yako, uzuri wako ukikuwa hauna pesa, wewe ni Mkristo. Lakini ukiingia ka 1000 rafiki anakupigia. Umemwambia umefika? Sijaambia. Sasa usiwaambie badilisha namba. Kama unataka kuishi hapa vizuri badilisha namba because nitakupatia pesa. Na nikikupatia pesa watakupigia simu. Najua huyu mtu akishika tu pesa hivi umshikishe, rafiki mrevi lazima ampigie simu immediately, simu ya rafiki mrevi ndio waende wapigane na hiyo pesa mpaka ishe, na atatoka pesa ikiisha. Ndio nasema mtumishi wa Mungu, mimi niko pambaya. Umeacha pombe kabisa? Pombe nimeacha kabisa. Unaona hata suda ni mzuri. Okay. Wewe? Enda pale. Chukua kamera ile nyingine. Utataka kamera still ama ile? Anza na hiyo. Chukua ile nyingine. Najua afadhali watu ambao wanakujua, umewalea na ujiga yao na ulevi yao. Hawakusubuagi sana, kwa sababu unajua ukimpatia tu pesa kidogo unamkata, unaenda kinyonga kidogo,
unampatia kukula, ukiona amemaliza kukula unampatia ingine, kwa sababu asiende huko kwa levi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio tulianza na wao huduma, lakini alikuja akaenda kukaa hapa kwa intelligence hapa nyuma. Alikuwa mlevi na alikuwa ameanza umang'aa kama watu wengine nimeanza kuona ameanza kumea pepe hapa. Sasa alikuwa amemea pepe. Sasa nikasema kama umemea pepe, wacha nikuachilie kwa Mungu kidogo. Kutoka tu hivi nje hapa tu. Ndio huyo akashikwa. Alitupigia simu akiwa police station pale. Anaitwa ni terrorist, anataka kubomu hapa. The next minute tulimsikia Burundi. Ni Rwanda mani Burundi, Rwanda. Kama imesafirishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikuwa tumekaa vizuri mpaka pembe zikamea, tukazoeana. Najua uzuri ya wanyinyi, mnapenda kuzoea mtu. Na mkinizoea mimi nakuachilianga tu kidogo, naambia Mungu dili na yeye. Na utashughulikiwa within 1 month 2 days, utatupatia ripoti mzuri. Sikuangi na hiyo stress ati sasa nikuja nikubebeleze. Nitakuoni tu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, naambia Mungu chukua mtu yako. Sasa Mungu aliniambia hii ni madhabahu, hii ni workshop ya kutengeneza watu, akaniambia simamia watu wangu. Mimi ni supervisor. Sasa nikiwa hapa kama supervisor, sina uwezo mkubwa. Uwezo wangu inaishia kwenye supervision. Ukikuwa mang'aa, mimi nakupatia naga tu na kuhand over. Na mimi nakuhand over ukijua nimekuhand over. Na nikikuja nikwambie nimemalizana na wewe, hivyo enda tu kijua nimemaliza. Tutacheka na wewe, tutakula na wewe, lakini nimemalizana na wewe. Lakini jipatie siku ngapi? Minimum of 3, maximum of 21 days. Utaleta ripoti. Na ukileta ripoti ile utaleta ripoti mzuri, kama umenyoroka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi sikuagi na wasiwasi, ukitaka kufanya mambo yako fanya. This is not my place. Nyumba yangu iko Rogai. Hii ni nyumba ya Mungu. Mungu ndiye analipaga hii nyumba, ndiye ameleta hizi viti, ndiye ameleta hii kila kitu. This is not my house. I have nothing here. I'm just but a supervisor. I'm employed by God. So, penino ukileta mang'aa, I just handle you over to my boss. My boss will deal with you. And for sure my boss I know him. He's a good boss. When it comes to deal with you, he deals you properly. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaenda na utarudi. Hakuna mahali utaenda na atakurudisha, ndio akurelease officially. So nyinyi mang'aa mnamea pembe kwa sababu tumezoeana na nyinyi, just go on. But from today I have handed you over to God. Sitang'ang'ana na nyinyi. Sitang'ang'ana. Na sitakuja kukwambia change this, do this. I will not. I have surrendered. In Jesus' name. Thank you. Tumekuwa Sunday tulikuwa tunaangalia mambo ya covenant. Wangapi walibarikiwa Sunday? Wangapi walijikuta kwenye covenant? Na wakajua kweli we have a serious problem. Now we didn't well analyze the covenant, tulipitia juju. Sasa nataka kwanza niwafundishe types of covenants. Now from the types of covenant tutaenda sasa specific, tangalia types of covenants, then tutaenda into specific covenants. Bwana Yesu asifiwe sana. Specific what? Covenants. So that because I want really to uproot you from this covenant, because ndizo zinatuzuia. Watu wengi mnanyeta hapa, mnanileteaga upuzi mwingi hapa. It is because of the covenants. Na nimejaribu kukuonyesha this is the way to go forward. But because you don't hear, realize there is a mistake. Either it's me who has the mistake, or ni wewe umang'aa. Maana tulitoka, mimi nakwambiaga nilikuwa Mugeke. Na Mugeke huko tulikuwa na lot of covenant. Tulikula viapo. Kiapo mbaya, sio hii kiapo mnasemanga I swear. Aki ya Mungu I swear. Sasa hiyo umetoa jicho ni kama birigori. Hapana, kule ni serious covenant. Unatoa nguo, unazunguka Kerotara, unazunguka mahali mara 7 ukikulishwa nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unazunguka na ukiwa uchi, kisha nyama imefugwa kwa mdomo, moja imefugiliwa kwa ngozi ya ng'ombe, kangozi kamekatwa vizuri ka ng'ombe. Alafu kamefugiliwa nyama hiyo ya buzi, si nyama ya mtu, nyama ya buzi mnadanganyagwa. Ni nyama ya buzi tulikuwa tunachija vizuri, inatolewa hapa kwa mgogo. Sasa hiyo ndio inakuwaka kiapo. Kisha
una hiyo kapo kaba inaenda kafu ikifoga ikienda huko, kisha inafunguliwa kwa sehemu yako nyeti. Sasa ukiuma unakuma, kama imeshika imefungiliwa kwa sehemu nyeti, na wewe unakula. Na sasa hiyo kuna mtu wako padile mwingine, na yeye anakupatia maneno ya kunini ya kusema. Sasa unakuja kuniambia hiyo tu covenant tu wako hapa tu, where I'm telling you, I've come from a serious covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. A very serious. Nikikwambia kitu, just listen to me. I'm telling you, mine is much serious, more complicated, more powerful than yours. And I was swearing to a deity, a God, where I swear. Na saa hiyo mpaka mdomo inanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hadi unaleta hapa kinyevunyevu hapa, unaleta ati huyu anakaa, huyu anaenda, huyu anafaa, huyu anaenda. Wacha upusi. Tulia ufundishwe. Tulia tukwambie kule tumepitia. My testimony is only meant here ikusaidie uone mahali huko and how you can come, because kale ka covenant huko na koroda ni kale ka mzee, kale ka kijana mlikuwa nako kakakwambia sitakuacha, mimi ni wako milele, mimi ni wako. Yes ni wako milele. That is the only covenant you know. Sasa imagine mimi sasa nimekaa mahali nimefugilia nyama kwa sehemu nyeti, na hiyo ingine nakula hapa na nina hapa na ninazunguka kwa hiyo kitu mara saba, alafu ninazungumziwa maneno mara 7, alafu ninazungushiwa kikitu kwa kichwa mara 7. Hiyo ni 21 covenants. Alafu kuja kunionyesha venye utafanya maneno yako hapa. I am telling you. Say Agnes, siwapiage hawa watu hii maneno. Wapiage. Si ulikuwa mwizi? Wapiage kiapo ya wizi. Unakata damu, muna swear by the that you will never forsake me. Na ingine wanakatanga mpaka ya sehemu nyeti, wanaramba ya waizi. So nikikuja hapa, I want just because I have a personal experience, so you can use me as a billboard or something that you can learn from, so that you can come out, because ulifugwa na insi. Wewe ulifugwa na insi, ilikupitia hapa ikazunguka hapa ikakufuga. Wewe unakuja kutuligia hapa ati wewe ni mtu wa maana sana, na nikainzi. Sisi tumefugwa kutoka sehemu zetu za nyeti. Wengine wanawake walikuwa nawekwa madisi kwa sehemu nyeti, alafu anakulishwa kwa mdomo na anaapa nayo. Halo. Sasa unaniangalia na macho gani hiyo baya? Mimi uniangalie vibaya ama uniangalie vizuri? Na kuambia, wacha nikwambie, I have gone through kwa shetani na nikatoka, nikakuja hapa, niko kwa Mungu. Nimeenda hapa kwa shetani kuiba, kwa sababu I was an agent wa kishetani. I was a true agent. Ile maneno tulikuwa tunafanya, siwapiage hii maneno. Tulikuwa huko. Ile maneno tulifanya ni ya shetani. Nyinyi mnasemanga ati nyinyi ni kutembea ama kayo ka usherati kako ndio unafikiria ni mimi nimesafu shetani, kusafu yeye, kusafu shetani, kumuita master. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuwa hai ni Mungu tu kunipenda. Yaani hata kuna wakati mwingine nakaga nikiomba kama sasa nimeshindwa kuja kuhubiri kabisa, because nimejaribu kufanya, najaribu kwenda hivi, mumeniwekea vikwazo maringo manini. Sasa nilikuwa nauliza Mungu, si Mungu Baba unirudisha tu hata kama nirudi huko. What is this? Bako na feel you are so depleted in a manner that you think you just ask God, am I in the right place? Did you call me? Did you? Penina. Was I called? Ukiniangalia unaonanga kama niliitwa. Najua nimeshika masaa mawili pale nikiuliza Mungu, did you really call me? Bako unashindwa, unakosa nguvu kabisa unashindwa. What is this? Could I be not knowing where I'm supposed to be? I'm supposed to be preaching in Uganda. Najua labda I'm in Kenya and I'm supposed to be in Uganda preaching the gospel in Uganda. Hello? Ama maybe I'm supposed to go to South Africa to go and preach the gospel there, because maybe I am in the wrong place, because that is what I'm looking at. I think I'm not in the right place. But I'm praying to God to give me and show me the direction to do.
ndio at least tuweze tuendelee. You can never be always stagnated. The same problem you are with yesterday, the same problem today. Kesho tena the same problem. Ina migrate kutoka kwa huyu inaenda kwa huyu. Ina migrate kwa huyu unakuja unamtoa hii kitu, kesho tena mkuta the same. Ndio na sasa unakuja kukaa hapa kujifanya mang'aa. Unafanyia nani mang'aa? Utafanyia nani mang'aa hapa? Mimi mwenyewe ni original mang'aa. Nasikia mimi nilisafu shetani. Sasa shetani alinifundisha maneno mengi ya umang'aa. Sasa wewe hata ujui. Mimi nilisafu huko, Mungu akanitoa huko, akaniokoa, akanisafisha. Na ndio nakwambia salvation yangu ni sasa nimefikisha 80%. Because nimeenda nikisarenda, I am now good. I can be able to stand before you and tell that Jesus anaokoa. Because he saved me. He loves me. All my friends ambao tulikuwa na wao, nobody is living. Hello. And as I was praying there, Mungu akaniuliza, akanikumbusha majina yakina Wanogo, yakina Rasta, yakina Madheri, yakina all the people I worked with, none is living. Just wakati nilikuwa nimeuliza Mungu, did you call me? Sasa akanikumbusha hiyo majina, akaniambia, where are they? Nikawaambia wako kwa shimo. So why are you alive? Do you think you are better than them? Nikamwambia, no God, I'm not better than them. Sasa enda ongea na watu wako, enda wahubirie. Lakini uende uwaonye, uwaambie nitatoa kiboko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatoa nini? Ni kwa sababu hatuwezi kuendelea hivyo. Hatuwezi kuendelea hivyo. And from today I have dismantled anything to do with the pastoral. There is no pastor in this hall, in this church. Kuna. I have dismantled. Kwenda na pastor zako kwako. Wacha tukae hivyo. Nitakuwa nikiappoint person on a need basis. Nikikuhitaji leo, nitakuhitaji kuja hapa. But there is no pastor in this church. Do you get me? Mumefukuza watu wangu, mumekejeli watu hapa, masengenyo, manini, you're full of it. Na kuachia hapa na kuambia, angalia watu, ukikuja kukutana na watu, juzi wa mama mayatima walikuwa hapa. Hapa badala muwasoge na wao vizuri, mnawatukana, mnawazungumzia vibaya. What kind of a pastor do you think you are? What kind of a minister do you think you are? Or whom do you think you are? This is the grace of God kukua hapa. Mtu anakuja hako na shida, penine umekuja na mashida zako za Ukambani, za kwako kwa nyumba, za kwako kwa kazi. Una imagine shida ngapi? Za Ukambani, za kwake kwa nyumba, za kazini, za huko mtaani labda umetukana na makanga ukiingia hapa. Sasa unakuja unakutana na huyu mzee, ndio nimeacha kuongea na yeye alafu anakukusukumusia vibaya. What do you think that will happen? Watu wamekuja hapa wametusiwa, watu hapa wameongeleshwa vibaya. Na watu unajiita ati hapa wewe ni kiongozi. Hakuna kiongozi kanisa hii. Yesu akuwe kiongozi wetu. Kutoka leo. Yesu akuwe nini? Hata mtu akufagia, msifagie. Hata wakuosha choo, msioshe, nitaosha. Msioshe. Nisikutane na mtu, kila mtu achukue vitu zake, akwenda kabisa. You cannot. Ukiangalia kwa ile kitabu pale, iko na watu zaidi ya 5,000. Na ukiangalia kanisa Sade, tuko watu wangapi? Wanaenda wapi? Nimechukua kitabu moja pangine simu kupigia mtu. Nini? Fulani aliniambia. Nini? Fulani alifanya. Nini? Niliambiwa. Nini? Niliambiwa. Sasa najitwa. Kutile. Wengine ati wengine wanasema kuna watu wako na brain tumor kwa kanisa. Kama wako na brain tumor si ukuje umtoe. Kila sema mwingine ati aliambiwa. Nini aliambiwa? So what are these? What are these? Types of covenant. Mimi ni baba. Sema baba. Na mimi ni komada. I'm not your pastor. Get me right, msomo lazima mtakula. Na ukisikia hapa utosheki, Manyiru wako hapa. Wajiru wako hapa. Fibo ya Musa iko pale. Shakaina iko hapo jina. Makikaliuki yako hapo chini. Wede mkera wa Fara kuna wengine. Kanisa ya shetani kuabudu shetani iko pale. Wakolino wako hapa kwa barabara. Ukisikia hapa hauvumilii, kwenda. I don't care. Ni nini unanisaidiaga nayo? Ndio ukuje ufukuze watu. Mama amekuja yako na shida,
na amezungumziwa na Mungu, nenda mahali utatulizwa roho, alafu unakuja unafukuza mama yatima. Mtu ametoka, wengine walikuja hapa, nyumba zao zote zimebebwa na maji, anakuja tu kuomba usaidizi, alafu utaki hata kuongea naye, na akikuongelesha unamwongelesha vibaya. So what are we doing here if not for humanity? If we can't serve people, if you can't have that last ile ka drop ka mwisho ka being a human being, uone huyu ni mtu amekuja anahitaji msaada wako, just kumwambia kaa hapa chini, akae hapo, zungumza tu na yeye. What will it cost you? Ukaa wekate huko, unakuja usikuje nipatiwe kifuko ya pale, takuwa nikifukua na ninafuga jioni, lakini hamtaumiza watu wamekuja hapa kuomba msaada, hamtaumiza hata kidogo. Ati nyinyi ndio mlifika huko bereni. Mlifika nani? Mkikuja hapa si mlikuja na shida kama wao, mkapata mtu akawazungumzia vizuri. That is why you are able to come and sit here down. You are seated here because you found. So nilikuta ukiwa na shida mingi sana. Ulikuwa unalia pale na nikakukomfort. Na sasa si umerudi nomo. Na ulikuwa unataka kujiua. Alafu akakasiana unaenda kama mrembo hivi kuja. Sasa ukiujiua yule bwana atakuoa, angetoa wapi bwana mrembo hivi, bibi mrembo hivi. Akakasiana kama mrembo hivi, kalikuwa kamebeba dawa ya ratirati. Na ni mchungaji mahali mwingine, mchungaji mkubwa, a national figure, alimfanya maneno. Na alikuwa amekuja hapa rasi kama amebeba dawa ya ratirati. Akuja fanya nini? Akalia kamsichana kama mrembo hivi. Tukikaweka kwa mchanga na akajafanya kazi. Alafu kakuja kakute haya penina hapa. Ukasugumusie madharau. Na kamebeba dawa kwa mfuko. What will happen? That is wrong. Baby, kaa chini. Utapata mtu. Utapata mtu mzuri. Kama mimi nitapata hata wewe utapata. Umesikia? Sitaki hakuna mtu hapa leader. Sitaki. Wacha tuanze tena. Mungu ataleta watu wengine. Si ndio? Yeah. Twende kwa types of covenant. We discussed about the covenant. Tulizungumzia mambo ya covenant na tukazungumzia mambo ya types of covenant, lakini hatukuingia sana kwa undani kwa sababu singetaka Sunday, nilikuwa nafanya introduction, rough introduction, but from today na Sunday, kwa sababu nataka kuendeleza hii na Sunday, ndio nitafanya a special anointing service, na kutoka hiyo kwenye hiyo special anointing service ndio itazaa viongozi wa kanisa kutoka siku hiyo, because I have to teach this one so that uelewe. Ukishaelewa hiyo mambo yako inakuletaga hapa ya TDH, Toro Daka Dehadisam, hautakuwa nayo tena, maana ni kabego uliwekwa ndani ka shetani, ndio kana kusubuaga. Ndio unaonaga ukiona mtu badala uone neno unasema kula neno, na ni mimi unasema kula neno. Sasa hiyo maneno lazima ifike mwisho, maana ni kitu inakusubua. Unaona, unazuia mtu, ukiona mtu anaingia pale ndani unamzuia kwa sababu wewe kumbe ndio ulisema kula neno. Sasa ukiona mtu mwingine akiingia ni kula neno KDF. Oh yes. These are the types. One, covenant. Inaitangwa friendship covenant. Na ndio nilijaribu sasa hiyo kuweka hapa. A friendship covenant. A covenant that is made by our friendship. Tuliukanika pamoja, tulikutana na Penina na tukaambiana Penina tutakuwa tukiishi kwa pamoja kwa upendo, tunafanya biashara, ukinihitaji kwa hii, these are just mere friends. Tuko hapa kwa sababu ya friends. Hiyo covenant ambayo imetushikanisha. Na hiyo covenant ya friendship tuliipata kwa mtu anaitwa David na mtu anaitwa nani? Jonathan. Hebu tuangalie kitabu cha 1 Samuel chapter 18 verse 3 to 4. 1 Samuel si Samuel. Nimechakajikiwa leo. 18. Nipatie Kiswahili baba. 1 Samuel 18 3 to 4. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. You see, he loved him as what? His own soul. Yani ni
the covenant ambayo the maagano ambayo walitengeneza, it's because of the love that he had for him. There is a person unaweza tu kumuona hivi unampenda. Why? There is no reason you unampenda, lakini unampenda tu. Na ukumbuke Jonathan na mtu anaitwa David. Jonathan ni mtoto wa nani? Wa Saulo. Na Saulo alikuwa na vita na David, lakini mtoto aliamua kukaa na nani? Na David, na wakatengeneza urafiki. And that is what we call, that is what friends are for. Kwa kuwa Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake, alifanya agano naye. Kwa hivyo kuna maagano ambayo yanafanywa na nani? Kuna mafagano yanafanywa ya kirafiki, si ya kingono, si ya kitu ingine, lakini ya kirafiki. Unasema huyo ni rafiki wangu wa dhati, tangu tukiwa primary school mpaka secondary school mpaka chuo kikuu. Huyu mtu tumekaa na yeye, tumetembea na yeye, amenipenda na amekaa vizuri. Wakati wote nikiwa na shida anafika hapo, nikiwa na raha anakuwa hapo, na mimi wakati niko na shida ama ako na shida, mimi nakimbia huko mara moja. Hiyo ndio inaitwa urafiki wa dhati. Ni urafiki ambao umetoka licha ya kuwa kuna mambo mengi nje kando kando ambayo yanaweza kuzuia huu urafiki, lakini nasema nitasimama na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndio mtu anaitwa rafiki, maana anafunikaga uchi yako. Huyo mtu ndiye anaitwa rafiki, maana ukinenwa vibaya ananena mzuri. Hiyo ndiyo anaitwa rafiki, maana ukifanya chochoro huko, ukienda huko, ukisikia kitu baya huko, unakuta huyo amekibia na amefunika. Akisikia mahali fulani ulikuwa kwa hoteli fulani, ukakula na ukatoka na hukulipa, anasikia hiyo ripoti, anaingia hiyo hoteli, anasema kuna rafiki yangu hapa alisahau kulipa, alikuwa na stress na nimekuja kulipia yeye. That is what we call a covenant friend, that you can go any length uende ukafike mahali pale ukaweze kusimama na yeye na ukaweze kufanya kitu na yeye, kumsaidia, kumfunikia ama kumkaba. Muko hapa kanisani, if for that covenant friend, rafiki yangu anakuaga nasimama na mimi kwa njia yote ile. Anaambiwa apostle ni msharati, anasema apostle hawezi, hata kama anajua jana nilikuta apostle wakiwa na kasichana lakini anasikia hiyo ripoti imetoka nje, anasema wewe usiwahi ukema baba ya apostle ni mtu wa Mungu kamili. Sasa anakuja na niambia, my friend, hiyo jio naendelea si mzuri. Sasa hiyo maneno imejaa huko, kila mtu anaongelea maneno yako. Why are you doing this? Sasa wewe unaona unaharibu. Si unaona unasimama na njia ambayo sio mzuri. Si unaona sasa umeanza kuangusha kanisa. Huyo ndio rafiki. Kule amekufunika, lakini anakuja kwa nyumba, anachukua kiboko, anakunyorosa, anakugoga, anakuambia kaa hivi, twende hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio anaitwa rafiki. Do you have that friend? A friend that can stand with you, a friend that can walk with you, a friend that has a covenant, a genuine covenant with you. And this is my friend. This person I will walk with. This person I will send. Huyu ndiye anaweza kumtuma aende akanisimamie mahali fulani, na sina wasiwasi ati ataenda kugeuka. Huyu wewe unakuwa na safari, unaenda nje ya nchi ama unaenda katika mji fulani, unaenda unakwama. Rafiki yako na ni mwanaume, anaenda mpaka nyumbani kwako kuangalia watoto wanakaaje, mama anakaaje. Akikuta bado hawajakaa vizuri, anarudi kwa kibeti, anawaambia shikeni shilingi 10,000 naendeleni, bila kuwa na mpango mwingine. That is a friend that you call a partner in life. Mtu ambaye anakutetea, anakupigania. Na hiyo ukiwa hauna katika ulimwengu huu, katika dunia hii, it will be so difficult for you, because hatuna wale walioko ni wanafiki. Unampatia tu story yako kidogo, kesho unasikia kwa BBC. Unampatia tu kasida kako kidogo, unakasikia kanisa fulani. Mtaa yote yenu unasikia, kila mtu anajua historia yenu, kila mtu anazungumzia hiyo maneno. Because you cannot be able to trust anybody, you cannot be able to walk with anybody. Maana hawa watu wanakuzunguka, mzunguko, wanakudena. Unatoka tu kama sasa. This is the only church ambayo iko na watu, ni wachungaji, ni wakubwa wa kanisa, ni wa viongozi hapa. The only church in the world that discusses the apostle. Na wanamtoa gua na mwanika pale na anamweka kwa pulpit. Wanasema ni msalaba. Na. Msalaba. The only church here. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo mdomo nimeishona katika jina la Yesu Kristo. Nimewarusha mbali. Kwani ametoa tena huyu? Alivua vazi. Sikiliza sasa.
alivua vazi alilolivaa na kumpa Daudi pamoja na silaha zake. Hata upanga, upinde na mkanda wake. Alitoa mavazi rasmi, mavazi ya kifalme kwa ajili ya Daudi rafiki yake. Akavua nguvu zote, akatoa uwezo wake wote kwa ajili ya rafiki. Si rafiki mwenye alikuwa rafiki wa baba yake, maana Daudi na baba yake walikuwa mahasimu, lakini Jonathan mtoto wa Saul alivua vazi, akatoa mkanda, akatoa silaha zake, akazipatia rafiki. Have you ever done that to anybody in your life? That you can get into your wallet and give the last coin. Afadhali utembea mguu, lakini usaidie this family, usaidie your friend. Ati unakuta friend yako wako na shida, unasimamisha kazi zako zote, unatembea na rafiki yako, unakaa na rafiki yako bila hata kujali. And this person is not of your tribe. Huyu si mtu wa kabila lenu, wala ametoka kwenye eneo la kwenu. Ni mtu ambaye mlikutana secondary, ni mtu mlikutana university, ni mtu mlikutana kwenye biashara, ni mtu mlikutana ndani ya ndege mkitembea. Huyu mtu ako tayari. He can be anywhere you want because of the friendship, not because of anything. Anakuta familia yako is stranded, anasimama na familia yako because he has a covenant with you, agano la urafiki. Huyu mjamaa alitoa mavazi yote, akatoa nguo rasmi za kiufalme ndio aweze kutembea. Is a Christian church like so? Can a Christian do that? Can you Christian hapa, nyinyi hapa mko hapa, nyinyi mnakaaga mnadukana visu, can you be able to stand with that person? Do you have a friend? Wewe unaweza kuwa roda. Do you have a friend that you can lay your body for? Do you have that friend that ukisikia kwao ni wa Mombasa na wewe uko na kazi, wewe ni CEO kwa company na unasikia wako na shida, unaacha kazi, unaomba leave uende mpaka Mombasa ukaangalia rafiki yako? Do you have that heart? Do you have these people that have such a heart that they can surrender everything because of person, of an individual? You can surrender anyway for anything because you want to be a blessing to that covenant friend. A covenant friend, huyo ndiye anasikia damu yako imepunguka, anakuwa wa kwanza kupaga laini. Hata kama hana damu, anaambiwa na daktari, hatuwezi kutoa damu yako maana ni iko kidogo sana, lakini yuko tayari. Akiambiwa mkono hii yako ikikatwa itaongezea yule kwa sababu hana mikono mbili, unaona huyu ako tayari mkono ikatwe iwekewe rafiki yake. Do you have that heart? Do you have that precision to be able to have a friend that you can say this is my friend? Ati ukitaka kujua jambo lolote lile unakwenda kwa friend. How anajua myself inside me, ananijua. Lakini saa hizi hakuna hata nyumba, mimi niko na mke na wewe uko na mume, lakini in the house you don't trust. Hamuaminiani hata kidogo na hampendani hata kidogo. Kwa nini? Because there is no that partnership of a covenant. You are married but you are don't have a covenant. You don't have that kind ya hiyo heart ya kutaka kukaa na mtu ni mke wako. When you marry this woman, the woman becomes a covenant partner. The man becomes a covenant partner. But how many times do you share with the other husband? Does he know your password ya simu? Hello, kwa wale wameolewa na wale wameoa, does your man have the password ya simu? Mwingine? Brother, you are married. Does your phone, can your husband access your phone? If you want, he ask you, give me your password. Why would you put a password? Why did you put a password in the first place? To who? Because what even if it gets lost, what is wrong in that phone? Ni nini mbaya ambayo nikipatana nayo nitaweza kuitumia against you? Why don't you trust yourself? Why don't I? Mimi mwenyewe hata simu yangu iko na password karibu 5. Why? Ni kwa nini sina trust na ati nikiwacha na hiyo simu na iko hapa kanisa na ninakuja nayo ndio hii hapa, siwezi kuiwacha kule secretary asiende aichukue. Siwezi. Why?
Kwa nini? Kwa sababu mimi niko na vitu nimeweka hapa ambavyo si mzuri, na ndio naogopa akichukua simu yangu ataenda angalia aseme Kai Apostle ni wewe huyu. Because that's what we are lacking. From top down, that's what we are lacking. That we don't have covenant, we don't have confidence in what we are doing. We don't have love for ourselves. We don't have a decree for ourselves that we cannot be able to live a life that is good, a clean life. Lakini lazima ukienda unaangalia nyuma. Ukiona watu wamekuja unaangalia nyuma. Watu wakiingia hapa wawili watatu na unasikia huyo ni pastor na wewe ni pastor, unaanza kushikwa na kiwewe kwa mwili wako. Unaanza kuona ni kama kiti yako ni kiti ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingia kwa kampuni CEO, umeandikwa CEO, unaona kuna mtu amekuja na ako na masomo, ako na knowledge kuliko yako. Immediately unaanza kusikia fitina zinaanza kuingia. Fitina ndio atoke asikuje kunini? Why? Because we don't have a clean heart. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to have that partner, that friend who is covenanted. Yani ako kwenye maagano. That is what we call friendship covenant. Number 2, we have marriage covenant. Marriage covenant ni maagano ya watu wawili wanaofunga ndoa. Tupate kitabu cha Malaki 2 mstari wa 14 na mpaka 16. Malaki 2 mstari wa 14, Malachi 2:14-16. Yet you swear for, you say wherefore, because the Lord, nipatie Kiswahili, because the Lord have been witness between you and his wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, yet it is she, your companion, and the wife of your covenant. So kuwa na mke sio tu kuwa na mke, it must be a covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnauliza mbona sasa hazikubali? Mwenyezi Mungu hazikubali kwa sababu anajua wazi kuwa umevunja ahadi yako kwa mke wa ujana wako. Kwa hivyo kuna baraka ambazo zinatoka mbinguni ambazo zinakuja kwa sababu ya ahadi ulioifanya na yule mke wa ujana wako. Si ndio pia juzi hapa? Mke wa ujana ni nani? Ni yule ambaye mlivuja virginity pamoja. That is your wife. Mume wa ujana wako ni nani? Ni yule aliyevuja virginity yako. Haise. Sasa kumbuka kale kakijana na ndio kana kulaga mgoka huko kwenu Meru. Sasa ndio kako ndio kalifanya hiyo maneno. Hakana meno saa hii ati unaweza kurudi huko. Kamekaa hivi, meno ingine imechomoka hivi kwa sababu imekuwa ya brown kwa sababu ya nini? Ya mgoka. Sasa nabii kumbuka haka ndio kalinivuja vajini hata utakage kukaangalia. Lakini Biblia inasema nini? Kuna maneno ambayo hayatafanyika kwako. Kuna vitu, kuna baraka hazitakuja kwako. Kwa nini? Turudie tena. Mnauliza mbona sasa hazikubali? Hiyo ndio swali. Ni kwa nini maneno haya hayafanyiki? Ni kwa nini sifaulu kwenye ndoa yangu? Ni kwa nini mienendo yangu imekuwa michafu? Ni kwa nini maneno hayakai vizuri? Jibu ndio hili. Mwenyezi Mungu hazikubali kwa sababu anajua wazi kuwa umeivunja ahadi yako kwa mke wa ujana wako. Kwa hivyo zile ahadi mlifanya na huyo mtoto, I'll never forsake you nor leave you. You are the heartbeat of my heart. Hizo Mungu ameziangalia na akaona zilivunjika. Ndio kwa maana maneno yako yamekwama. Ndio kwa maana baraka zako zimekwama. Ndio kwa maana njia zako zimekwama. Ndio kwa maana matendo yako hayafanyiki. Huduma yako haifaulu. Umejaribu kutoka kwenye maneno ambayo unayapitia, lakini it has been so hard for you to come out. Because there is a tie. Kuna kitu kimekufunga mahali fulani. Umekosa uaminifu kwake, ingawa uliahidi mbele ya Mungu kwamba ungekuwa mwaminifu kwake. Yale maneno mlitoa mkaongea ni maneno ambayo ulisema nitakuwa mwaminifu kwako, nitakuwa mmoja wa kutembea na wewe kwa katika hali ya ugumu na hali ya uzuri, hali ya upendo, hali ya ubaya. I will stand with you. Are you standing with that wife? Are you standing with that boyfriend yako? Hayuko. Sasa yeye ndiye anaendesha mkokoteni hapa, miguu imekanyaga rami mpaka imekaa bend.
Maneno imekuwa gumu. Ukimwona hapo unakutaga amebeba kigunia nasema nakwambia nyabura nyanyanyia. Kumbe ni mtu wako. Na anapita amekusalimia tu kwa maana amebeba mizigo. Anabeba mizigo mizito. Na wewe hapo unahangaika kutoka kanisa moja kwenda kanisa nyingine. Afadhali huyu anabeba, anajua nitabeba kutoka kule nipeleke kule. Ako na destiny. Anabeba hiyo mfuko gunia ya waru, anaipeleka kwenye lori ipakiliwe iende. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umekuja kwa Warege kubahatisha. Ukitoka hapa jioni ukisikia kwa Manyulo kuna service utakuwa huko. Kesho asubuhi ukisikia Kang'anga kuna service utakuwa huko for deliverance. Kesho kutwa utasikia kwa nani mwingine Ezekiel ameingia Nairobi, utakuwa huko mapema na asubuhi. Kwa nini? Mahangaiko ya kuvuja maagano ambayo yalikuwa wewe uyasimamishe. Mahangaiko ya kuvuja kazi ambazo Mungu alitaka ulizifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. That covenant ambayo ulifanya, you did it sexually. Mukafanya maagano, mukaumana ulimi, mukabadilishana mate. You made vows mbele ya kuhani kwa wale waliolewa. You made vows mbele ya wazee kwa wale walienda kwa wazee. And you said you are going to be together forever. Right now you are not, amuko pamoja. Sasa angalia venye umehangaika. Yeye anabeba mizigo hapa ndio. Yeye anajua destiny. Nitabeba mizigo nitapeleka pale. Anajua destiny. You don't know your destiny. Hujui kesho utaenda kanisa gani. Because hata kwa Warege hautafaulu. Ukienda kwa Ng'ang'a nothing will happen. Na ukikuja kwa Warege unajua ulikuwa umetoka kwingine. Maana Warege ameanza kuhubiri juzi. Si ulikuwa umetoka mahali kwingine. Na huko kwingine ulitoka kwingine. Na huko kwingine ulitoka kwingine. Na huko kwingine ulitoka kwingine. What happened? What transpired? There is a problem. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a problem. Kuna mahali ulivuja maagano na Mungu aliona. Na hiyo maagano ulivuja ndio Mungu sasa anaangalia, and he is using that one as benchmark ya kuweka tick ama kuweka wrong. Kuna maagano lazima urudi kwa huyo mtu ndio mfugwane, ndio wewe uende na wewe aende. Kama bado huko hiyo kijamaa kiko, enda ukitafute kama kinaweza kupatikana, ukitafute ukiambie sasa nataka kukuachilia huru. Kwa sababu bado hata wewe unamshika. Unaweza kuwa unamchukia lakini kumbuka ulimwambia sitaikuacha. Mayanga indiga otiga. Nakumbuka Daudi. Yesu unamchukia. Hutaki kumuona lakini kumbuka maneno uliyoyanena. Yale maneno bado imesimama. Hayo maneno bado yako na ushawishi. Hayo maneno yako na nguvu bado yako hai. Because you are still alive. Maana whatever you did, kama ni ile breaking of virginity, damu ilimwagika. Hiyo damu imeandikwa. Iliandikwa. Na hiyo damu mpaka sasa hivi imesimama. Ukienda kusimamisha mwanaume hata kama ni mzungu, damu ya Mwafrika inasimama. Kienda kusimamisha damu hata ni Mwarabu, damu ya black man, the blackest man in Africa inasimama. Na iko na nguvu, ina shida ya mzungu. Unakuta nyumba yako hakuna amani. Sasa utakuwa ni kuhangaika. Unalala na kama mwanamke haka, kama mwanaume haka, unalala kwa kwingine, unaenda kwingine mpaka unasema ndio Wakikuyu wanaiba ile wimbo, ndio alifika hapo ikafika wakaiba ile wimbo, anasema arume ni nyamo ni kwa hali ya siaragia. Lakini hujiulizi ndio wakuwe nyamo walifanyikia nyamo wapi? Ndio wao ni nyamo, wewe ni nini? Kwa sababu mlikuwa mnaongea na wao. Wewe ulikuwa unaongea ukiona mtu, wewe ni mtu, wao ni nyamo. Benino shasikia hiyo hivyo. Na hiyo tunaibia kwa mama kama amehisi umetoka mahali. Ukiingia tu kule kwa mlango sasa hiyo anaanza kuosha vikombe. Arume nyamo ni kwa hali ya siaragia. Kwa sababu kuna point unataka kupush. Lakini jiulize, ndio huyu mwanaume akwe nyamo. Huyo mwingine alikuwa nyamo. Huyo mlikuwa naye last year. He was an animal. Huyo mwingine ambaye alikuwa hapo, he was an animal. When will you meet a human being? Utakutana na mtu lini? Kama wewe kazi yako ni kukutana na wanyama. Acha mani na modo ni nyamu. Acha mani na modo ni nyamu. Utakutana lini na mtu kama wewe si mnyama? Because huwezi kuniita ubwa. Na mimi sitakujibu. Hapana, utaniita ubwa nikwambie sawa, asante. Unajua umbwa huongea na mbwa. Yes, because I cannot be speaking to you and I'm a dog. Ama unaweza kuongea na mtu. Mimi ni wewe uniite ubwa na tunaongea na wewe.
So we are understanding, we have a language that is understanding, meaning we are from the same. Yes. Sasa usimjibu, usimuite ubwa wewe, mwambie asante kwa kujielewa. Mtu akikuita ndogo mwambie asante kwa kujielewa pia. Kwa sababu hata wewe ni nini? Ni ndogo. Na ndogo inaogeaka na ndogo. Birds of the same feather they fly the same too. Zinaweza mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikasema nini? Je, Mungu hakuwafanya nyote wawili muwe mwili mmoja na roho moja? That's a question. Kwani hamukufanyika nyinyi wawili mkavujwa, huyu akavujwa na huyu akavujwa, mkakuja mahali pamoja, mkafanyika kitu kimoja? Mungu anauliza, je, hamukufanyika? Si mlifanyika wawili? Basi kwa nini kuna utengano? Ni kwa nini sasa unaona mume wako unamuona pale na wewe unajiona pale, ili hali mko kitu kimoja? What separated you? Ni nini iliingia katikati yako mkakuwa separated? Yet one left the mother and the father, na yule left the mother and the father, wakakuja pamoja wakakuwa kitu kimoja. Wakati mnalala na mwanamke kifanya mnakuwa kitu kimoja. So imagine mtu kama Waroige, nimelala na wanawake wengi sana. How many people are in me? Lord, unataka kukuja kukuwa bibi yako. Sasa how many, do you know how many people are in me? Ukikuja utakuta wanawake 2,000 hapa wamekalia viti wote, na watashirikiana kwanza wakubomoe. Unajua ile stress nimewapatia in the spirit ni kubwa. Sasa ninaleta stress nyingine, watangangana kwanza, watasema tuache kwanza, tungoe haka kwanza, tupunguze stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Just waza wale watu umelala na wao, uangalie how many spirits that you have carrying for these people. And these are the ones that are tormenting you. Sasa unakuta kimutu kama mimi kiko na spirit nguvu, iko na nguvu, kitakusubua maisha yako. Je, alikusudia nini alipofanya hayo? Alikusudia nini alipowafanya mkakuwa kitu kimoja? Yamkini alikusudia tuzae watoto ambao watamcha yeye. Kwa hiyo hakikisheni kuwa hakuna hata mmoja wenu anayekosa uaminifu kwa mkewe. Anasema nini? Tuzae watoto, kumaanisha ambao wanamcha Mungu. Katika tendo ambalo halitokani na ndoa linazaa watoto ambao hawamchi Mungu. I say, kumbe ni hivyo. That is where you have difficult children now, because hawamchi nani? Hawamchi. Biblia inasema hakikisheni ya kwamba nyinyi kwa sababu ya kuja pamoja mtazaa watoto watakao mcha Mungu. Lakini sasa our children, they don't believe in our God. They are not going to church because tuliwazaa kwenye matendo ambayo hayaeleweki. Nitafika hapo nitawaambia. Je, Mungu tuko hapo, tuendelee sasa. Mwenyezi Mungu wa Israeli asema, ninachukia talaka, ninachukia mmoja wenu anapomtendea mkewe ukatili huo. Hakikisheni ya kwamba hakuna hata mmoja wenu anayekosa uaminifu kwa mkewe. Mbona hakuweka kwa mumewe? Si hapa kuna corruption wewe. Ama ya mumewe kwa hapo chini. Tuendelee tu. Yes, utendee huyo mtu ambaye mko naye, ukamtendee haki. Na hayo yote yanasababishwa na nini? Na the covenant of marriage. Maagano yanasisitiza, maagano yanakamilisha uaminifu. Na katika kukamilisha uaminifu, unaona Biblia imetuambia utazaa watoto ambao watamcha Mungu. Kwa hivyo kudumisha agano katika marriage, wewe na mume wako na watoto, kuna kitu kitakuwa kilicho na uungu ndani yake. Kuna kitu kitakuwa ambacho kiko na baraka za mbinguni. Kuna mazao utazaa ambayo yanainua heshima ya Mungu. Kwa hivyo wakati ule unaona kati yenu hamna heshima, ni kwa sababu kuna kitu, kuna talaka, kuna covenant iliyovunjika. Sasa mazao ya covenant ile ni kuharibu na kutenganisha, kuvuruga na kuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. So you ask yourself, how many marriages have you ever had
Every man you slept with, Rhoda, is still your husband, despite the original one. Every woman I have slept with is still my wife. Lakini yule anajulikana biguni ni yule nilivuja naye virginity yangu. Hawa wengine wako kwa list. Ndio nasikia kuko na kitabu na kuko na nini? Na vitabu. Maana huko ndio kuna nini? Hapo utaenda umepaka laini nisikia Msenganga akisema utakuwa kwenye laini alafu unaambia wanawake wote wale umelala na wao, unaona wote wanakuja nyuma yako. Unachukulia unaona mlaini venye imeenda unashindwa. Wote ni wangu. Kumbe hawa wote ndio waliharibu huduma yangu. Hawa wote ndio waliharibu biashara yangu. Hawa wote ndio waliharibu maisha yangu. Maana wote walikuja wakiwa wamebeba spirits ambazo hazinaharibu, zinateketeza, zinaangamiza na zinasababisha msukumo wa kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika na ndio uliona na ndio unaonaka nikisema mimi sijawahi kuwa na mke ambaye nimefanya nini? Nimefunga ndoa, maagano ya ndoa na yeye. Sijawahi kuwa naye. Hiyo ndio bahati yangu tu moja. Lakini wa kulala na kuzaa niko na wao wengi. Sasa ile nashughulika nayo ni madhabahu nani? Ni maagano ya kulala na kuzaa. Kuzaa weka kado. Hizi hakuna maagano hapo. Ni kulala na huyu lakini hakuna. Sasa huyo haitwi bibi yako, mke wako. Nitamuita nani? Mama ya watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivyo nitavunja maagano yote ile tulifanya. Maana kuna maagano tulikuwa tukifanya lile tendo la ngono. Nitavunja yale maagano yote, lakini nitabakisha ya kuwa this is a mother to my children. So that you can be clean. Maana watoto, wewe vitendo zako, tabia zako ndio chafu. Watoto si wachafu. Watoto ni nini? Ni wa kutoka biguni. So they don't know. Wao wewe mlikuwa kwenye raha zenu wakakuja. So are they a problem? They're not a problem. They are blessing. And maybe these kids, mimi naonaka watoto wangu ndio wamenifanya nikuwe hai. Maana nimewasomesha, nimewashughulikia. Sasa wakishughulikiwa ni nani? Sasa ukisikia kitoto kia wareke dikio hikyo. Si ukisema kikufe kama baba yake. Mungu akasema hapana, wewe kaa, ulinde watoto wakae vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Kwa hivyo katika kuvuja na kuharibu, David, kaeni chini. Kuvuja na kuharibu na kuangamiza maneno hayo ambayo yamekufuata maagano, the covenants that you made in that wedding. Uliruka ukatoka ukaacha bibi yako kwa nyumba, ukakimbia pale nje kwa mtaa, ukakamata mtu, hiyo ni agano kaleta kwa mke wako. Ukilala wewe mwanaume, uende ulale na mwanamke kule nje, ukirudisha, ukikuja ulale na mke wako, unatengeneza agano la ule na huyu na wewe. So you carry a spirit. Spirit tatu ziko. Nikienda kwa mwingine nikilete another spirit. Nikienda kwa mwingine nikilete another spirit. Now the woman in the house will be a carrier of 1,000 spirits ambazo hazielewi. Mmoja ni mrogi, mmoja ni mwizi, mmoja ni msherati, mmoja ni mnyamulenge, mmoja ni nani, mmoja ni Mturukana, mwingine ni Mkikuyu. Unaleta spirits za Wakikuyu, spirits za Wajaluo, spirits za Wakamba. Zote umelete kwa umemwagilia mama mmoja. Sasa huyu mama wakati kimelipuka, wakati kimeenda segemnege, wakati atalipuka, ndio utajua unabebaga bomu kwa nyumba. Huyu mama, you've been taking her for a ride. Mpaka watu wanauliza, nani? Penina. Sio mama nakuanga pasta. Kwa sababu hawajawahi kusikia hata ukilete kelele hata kidogo. Hawajawahi kusikia hata ukilete gumzo ambayo haieleweki. Hawajawahi sikia jambo lolote libaya ama kelele inaweza hata watoto wako wanakujuaga. We only run to a mother. Lakini wacha spirit ya Mkaba, spirit ya Mkikuyu, spirit ya Mturukana, spirit ya Mjaruo, spirit ya Maraya wa Koinage, spirit ya Karumaido, spirit ya wapi, zote zikutane pamoja. Spirit ulitoa Mombasa, ulilala na Fatuma huko Mombasa. Ukaenda Kisumu ukachukua ya Anyango. Ukaenda Busia ukachukua Nafula. Sasa hizo zote unajua Nafula ni mvua. Ndio hiyo. Anyango ni nini? Anyango ni nini? Sasa ni jua ya asubuhi. Umelete mvua. Uende kwa Wakisii.
ulete hiyo ya Wakisii, uende kwa Wakamba, unamuita mtu Katuko, ulete yote Katuko, hizi zote uzilete pamoja. Ile mlipuko italipuka hapo. Wacha nikwambie, hiyo spirit zikikuja zikorogane, zitatoka uji. Na hiyo uji utajua kweli haujui. Na ndio inaleta matatizo. Utakuta magonjwa haishi kwako, tatizo haishi kwako, umaskini haishi kwako. Hakuna kitu kinafaulu. Mikosi baada ya mikosi. Maana ni nini? Ni Katuko, huyo ni usiku. Nafura ni mvua. Anyango ni jua ikiamuka. Zote umepelekea bibi yako. Bibi yako na yeye ako na roho ya Biblia. Nitasesa kanisani. Horo seterebo. Rieterere sasa imagine sasa. Aaza rieterere akutana na Nafura. Aaza rieterere akutana na Akoti. Aaza rieterere akutana na Anyago. Wote wakutane, hizo maroho zote zikutane. Mzee, hakuna baraka utakupata. Kwa sababu lile agano la kwanza linasimamaga pale, linajitetea. Lile agano la kwanza ambalo ulifanya linasimamanga pale, linateta, linauliza, for how long am I going to face these challenges? Mpaka lini nitaletua hizi shida? Mpaka lini nitaletua hizi maroho? Ndio nakuta sasa msee sasa ikiumana sana, naambiwa sasa huyo msee anaanza kazi inafutwa, anapoteza biashara, ndio hiyo inaanguka, anaanza kufuatwa na mapepo. Kube ule alienda Mombasa, alibeba majini, alienda karara na mke wa mtu, na mke ule mume akamtumia majini. Sasa majini msee ukienda hapa mbele, unaambia geuka na hapa nyuma. Unashuka sasa, na wewe unabeba hizo ma spirit, bado unamwagilia mama ya bibi yako. Sasa ukienda bibi anapoanza kuhubiri rana rababara masheke, anasikia kitu kimemwigia ndani. Who is the cause? That covenant ambayo ilifujika. It is following you everywhere. Kwenye biashara yako nasikia kuna panya, mnajaribu kuua panya, haiuliki, haimaliziki. Unaua panya, kesho unapata kipanya kingine. Kumbe haikuwa kipanya, inakuwa ni jini ambayo mlileta kutoka kwa nani? Kwa huko Uganda kule, walienda Uganda kwa Nyabo. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what has the counter effects of kuvuja agano la ndoa. Sasa enda ujiulize, wewe ulikuwa na mzee, sasa huko hapa kanisani, you are the holy of the holiest, na haujafanya kurudi nyuma kwenda either kuvuja maagano ama kusikilizana naye urudi nyumbani, ama uvuje hiyo maagano uanze upya. There is neither way. Either you are not, hauwezi kuwa hapa na ukue hapa, hapana. Lazima agano moja lianguke, because you cannot ride in two covenants when it comes to marriage. So uende nyumbani, uende uchuguse kama kuna maagano imevujika. Na kama imevujika, either uvuje kabisa kabisa uondoke, ama uende muelewane, mrudishe maagano, ndio baraka irudi. Mungu amesema, sio mimi nimesema, amesema. Ni kwa sababu ya maagano yalivujika, ndio kwa maana maneno yako hayako sawa. Ndio kwa maana mumezaa watoto hawachi Mungu. Ndio unafanya biashara ambayo haimchi Mungu. Ndio unafanya kazi ambayo haimchi Mungu. Mahali popote unakuwa posted ukiwa kazi ya serikali ama ya kampuni, kule unatumwa kwa wachawi. Na mdosi hajui kama ni wachawi, lakini the people you land in their hands ni wachawi. Why? Because there is a covenant broken somewhere. So they take advantage. When they know that there is a covenant ambayo imevujwa mahali fulani, they take advantage and they come, wanakaa na wewe kwa sababu there is a covenant. Kuna legal rights. Nyumba yako haina mikataba. Mahali kuna covenant, kuna mikataba, ni maagano yaliwekwa, yakasemekana ni mimi na wewe tutafanya kazi. Huyu wewe utafanya, contract yako ni siku 5 utafanya hapo. Kwa hivyo kuna sheria inalinda. Wakati the covenant has been broken, it means hakuna sheria ya kulinda ndoa hiyo. Kwa hivyo itaigililiwa na itafanyika the way you want. Anything will happen to you. And that is why you see tunatolewa kwa mapepo kila siku. Kwa nini? Because covenant. Wakati nilijua hivyo mimi, nikajua hiyo, nikasoma, nikaelewa Biblia, ikanionyesha wale wanawake wote niko na wao, niko na covenant na wao. Na hiyo covenant ndiyo imesababisha nifanye nini? Niliwaita moja baada ya mwingine. Kila mmoja
Kila mmoja nikaita Priscilla, nikaita Mary, nikaita Jenny, nikaita wote nikawaita, wale wote nilijua na ninawakumbuka. Nikawapigia simu na wengine wakanipigia simu. Tukafuguana. Nikaita Selina huyu wa US. Nikampigia simu nikamwambia watoto tutalea, lakini sasa wewe hauko kwako kwa maisha yako. I have set you free. Ndio kama anateseka, kama kuna kitu kinaweza kuwa challenge kwa maisha yake, kinaweza kuwa ako na challenge because of me. So for her, mimi kumsaidia ni kudisconnect. Na yeye nikamwambia, na wewe disconnect. Na mimi niweze, kuna kitu naweza kuwa najaribiki kufanya lakini haifanyiki. Why? Bado kuna agano yake na mimi ambayo inanifuata. Na mimi kuna agano yangu na yeye ambayo inamfuata. Kwa hivyo atajaribu kwenda, hataenda. Na takapata mwanamke mrembo kama huyu, taenda siku mbili, unaona naanza kumjukia. Unajiuliza, ni kwa nini sisikii? Akinipigia simu namwambia, I'm calling you. Lakini ukitafuta ni mmekosana? Hapana. Amekukosea? Hapana. Amekudanganya? Hapana. Lakini why? Kuna kitu katikati ambacho kinakuja kinasimama. Spirit ya Mary inakuja, ile ya Mary tulikuwa naye ambaye tumezaa naye, anakuja akikukuta sasa hapo. Wewe si unataka kuingia? Na yeye anasimama hapa. Anakuuliza unaenda wapi? Huko tuko hapa. Unasikia kama pepo ikisema tuko wengi. Mnauliza mko wangapi? Tuko 1000. Mko huko miaka ngapi? 1,000,000. Kwa sababu spirit hiyo uliruhusiwa imekaa uhai for 100 years. It only multiplies in you. You become a vessel to multiply the spirits ambazo zina happen kwako. Kwa hivyo lazima ufugue. Kama kuna mtu venye mimi uliona tulisimama hapa kwa madhabahu na tukatakasa namna gani? Tukaombea huyo mama akiwa kule Amerika, tukamfugua. Ndio kama shida anayoipitia isije ikakuwa ni mimi chanzo. Na kama ni mimi chanzo ikatike apone in Jesus name. Si ndio? That is it. Unaweza kuwa kuna mwanamume ulikuwa naye na anateseka. Amegojeka na ni wewe sababu. Kwa sababu ulimwambia ukiniacha, haki usiwahi niacha na mimi sitaki kuacha. Niambie, niahidi utaniacha. Sitakuacha, wewe ni baby yangu. Ukiniacha wewe utakufa. Na mimi nikachukua kimzaha. Bwana Yesu sasa nikaichukua ni mzaha, kumbe imeandikwa na nilikuacha. Sasa nimeikisa baridi kwa mwili, naenda kaje? Baka wakati utakuja kusema nimekuachilia, ile covenant inakatwa. Nakuta kimutu kimepona, kimeenda hospitali zote. Baka unasikia ana hospitali nyingine anajua iko Kisii. Yeye ni wa Murang'a, lakini anakuambia kuna ka hospitali kingine kako wapi? Kisii, kanatibiki hiyo ugonjwa. Unashindwa. Hiyo yote ilifanyika kwa nini? Kumbe ni pesa ndio ikuliwe ipelekwe Kisii. Na kumbe hiyo mapepo ya huyu alikuwa kabla ikuje kwake alikuwa ametoa wapi? Kisii. Ndio maana kule wanamuitisha, leta mtu wetu tumuone venye tumemshughulikia. Nenda Kisii, daktari anakuza haki watanyari. Sasa hii ni nini haki? Kumbe ni umerudishwa kwenu. Mimi wakati nilijua mahali nilizaliwa na zile vituko zote nilizaliwa nazo na mama yangu, nilienda mpaka hiyo hospitali inaitwa Kaprongo Hospital. Nikaenda huko nikasikia wako na function fulani, nikaenda sikuapia, nikaenda nikasikia wako na harambee ya kujenga. Nikaenda nikatoa shilingi, siwaambii ni pesa ngapi. Nikaenda nikatoa wapi? Nikasema Mungu, hapa ndio damu ya kwanza. Mama yangu alimwaga damu hapa wakati nilitoka. Kwa hivyo hata kitovu changu kiliwachwa wapi? Hapa. Nimejitenganisha na laana ya hii hospitali. Na hii hospitali ni ya Wakalenjin, iko kwa ardhi ya Wakalenjin. Maroho ya Wakalenjin isinifuate. Na ni is a mission hospital, ni ya mafadha na mapadre na masista. Roho ya usista isinifuate, roho ya ufadha lakini hii roho imenifuata. Sisi ninakaa kama fadha. Hii roho imenifuata ya fadha. Hiyo sikuvuja vizuri. Because I'm siko kama fadha. Na kweli hapa nimekumbuka. Inaweza kuwa hiyo ndio chanzo. Maana hata yule mtu alinipatia jina ni father. Jina ya kubatizwa Hezekia. Ni father na hana mke. Okay. Simena nimekumbuka. Hiyo naenda kuitolea madhabahu. Naenda kuitolea. Na nikitoa najua Bwana Yesu asifiwe sana. Ya tatu, sijui kama wakati umeenda sana.
Tumeenda sana. Are we together? Yes. Ya tatu, alliance covenant. Yaani maagano ya mahusiano, alliance. Hiyo tunaipata kwenye kitabu cha Joshua 9 mstari wa 15. What is an alliance covenant? Alliance covenants ni kule sisi tumekuja kwa pamoja, kikundi hiki ama kikundi hiki, kwa sababu ya kikazi. Mtu huyu na mtu huyu wamekuja pamoja kwa sababu ya kusudi fulani. Either inaweza kuwa kazi, inaweza kuwa tumetoka hapa tumeenda ministry, imetoka tumetoka hapa tumetumwa kwenda kulishughulikia jambo fulani. That is what we call alliance covenants. Bwana Yesu asifiwe sana. And this alliance covenant ni kama ile wana wale walikuwa wamedanganyana. You know that history. Walikuwa wamedanganyana, kisha Joshua akakuja kugundua walikuwa wamedanganyana, lakini already walikuwa washafanya maagano. Sa Joshua hakuweza kuwaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there was a covenant. They walifanya vibaya. Joshua was annoyed with them, na angewapiga na angewaua, lakini walikuwa wamesign treaty ati hamutatuua. Kumbe watu walikuwa wajaja, wakasainisha, wakaambia huyu mtu, walijua huyu mtu huyu atatumaliza, wakamwambia kuja tusaini hapa, tukue marafiki yetu, tutawatumikia, tutakaa na nyinyi, sisi ni watu wazuri, sisi hata sisi tumetumwa tukuja tuwasaidie. Kumbe walikuwa wamekuja kuwapiga, lakini wakajua hawa watu watatumaliza, wakasign an alliance covenant ati mtatulida na sisi tutamulida. Sasa wakati Joshua alikuja kugundua hawa watu wametudanganya, hakuwa na uwezo kwa sababu kuna agano. Joshua akafanya nao mkataba wa amani. Akafanya agano kwamba atawaruhusu kuishi. Viongozi wa jumuiya ya Israeli wakawaapia kutekeleza mapatano hayo. Hili kabila na hili kabila likakuja wakabia tutawaruhusu muishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakaapa kwa pamoja, meaning hawawezi kuenda kinyume na maagano yale. Joshua akafanya nao mkataba. Tuendelee baba. Next verse please, 16. Siku 3 baada ya kufanya agano nao, Waisraeli wakagundua kwamba watu hawa walikuwa jirani zao na waliishi miongoni mwao. Walifanya ujaja. Kwa hivyo kuna agano unaweza kuja ni kufanyisha ya ujaja. Kumbe nataka kukukamata wewe. Na hiyo huwezi kuvuja, maana tulisaini, tuliagana, tukakubaliana. Na utakuwa donda katika maisha yangu forever. Kuna watu tulifanya maagano na wao, wamekuwa kidoda mpaka sasa. Kuna watu mlianza kazi biashara na wao, amekuwa kidoda, anakigeuka. Anasema sasa biashara ilikuwa hivi, unakuta wamekutoa mpaka jina kwa kabuni. Wamekutoa kinini kwa kabuni. Unakuta huduma kama hii, unakuta ile nia iko hapa imepagwa, ni venye mimi nitangolewa, naambiwa mse umezeeka sana, enda nyumbani, sisi ndio Mungu amesema tukose. Na walikuja hapa wakafanya maagano ya nini? Ya kunyenyekea. Watu wazuri, watu waenda hata kutembea, wanatembeaga na mwendo wa biguni, na shingo imelala vizuri kama biguni, wakitembea huko venye wako wazuri mpaka kila mtu anawapenda. Lakini chomoka kidogo ndio utajua kweli ilikuwa ulifanya maagano na nini? Na manyang'au. Siku walikuja, Joshua alikuja kugundua baada ya siku 3, kumbe hawa watu tunakuaga na wao. Na hawa watu ndio tumeambiwa tumalize. Lakini walifanya ujaja, wakafanya mkataba na nani? Na Joshua na watu wa Israeli. Na wakati walikujulikana, wakakuja wakasema sasa tusamee tu, tulifanya hivyo ndio tuweza kuishi. Kuna watu wanaweza kuja wakujanye, wakadanganye, wakwambia tumekuja tu ndio niweze nini? That is why tuliishi na wewe, because nilijua wewe tu ndio unaweza kuzuia nisipigwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni maagano hatari kubwa, maana huyu alimuvizia, alimwendea kwake kwa njia ya ujanja, na katika hiyo njia ya ujanja akafanya agano na maagano. Sasa hayo ndio yalikuja kuleta shida kwa Joshua. Ukitasoma kitabu hicho kabisa utapata walilete shida kubwa sana katika jamii ya nani? Ya Joshua. Maana jamii ya Joshua iliambiwa usichanganyikane,
Usikae, usifuate na usifanye maagano aina yoyote yale na watu wengine ambao hamuwajui. Kumbe hawa ni maadui ambao Mungu alikuwa amewakataza. Unaweza kuwa kule mtu mnatembea yeye na wewe ni adui, ni devil anointed. Huyo mtu ambaye unamuita ndio pastor yako, ndio business partner wako, ndio good friend wako, kumbe ni devil anointed. Alikuja akafanya agano na wewe, anatembeaga na wewe, lakini kazi aliyopatiwa ni ya kukumaliza. So badala waweke monitoring spirit, wanakuwekea mtu hapa, anakuwa mtu mzuri. Ukimuitisha kitu anakupatia, ukimwambia nataka hivi nakupatia, ukimwambia twende hapa nakupatia. Sasa huyo mtu ndio atakuja kukuangusha. Na ukiangalia walifanya agano Delila na nani? Delila na nani? Na Samson. Samson akamkuja akadanganyeliwa, akalalishwa hapa, akalalishwa hivi, akapatia na siri ya nini? Ni agano walifanya. It's a covenant. Aliwekelewa hapa kwa mapacha. Na ni mapacha manini? Hapa. Mapaja. Si mapacha? Mapaja. Kwenye mapaja akalalishiwa hapo. Na unajua sisi wanaume tukilalishiwa hapo, akili zetu zote zinawekwa kwa kikapu. Akili zikaisha za mzee. Mzee akamwambia nywele ndio iko na nguvu. Akaambia basi lala vizuri, akanyolewa vizuri. Nini kimefanya nyolewe? Sikio moja liliambiwa sikiliza mtoto na uko ndani. Mzee akasikiliza, akili kaisha. Alifanyishwa maagano. Kwa hivyo ninaweza lala na wewe nikiwa hapa na huko hapa, na nikufanyisha maagano, na hiyo maagano ikuje kumalize. So anybody you are trying to come closer to, or anybody you are sharing anything with, huyo mtu, sio kila mtu unashare kitu yake. Sio kila mtu unashare umeletoka machungwa hapa unakunaza kukula. Dugu. Dugu kula kama huyo. Hapana. Ati unakuja nipatie hiyo jaketi yako nivae. Hapana. Ati mwavuli yako nipatie mwavuli. Hapana. Wewe ati nipatie bagi yako niko na harusi niende nayo harusi. Hapana. Waacha. Ataifanyisha maagano, atakushikanisha na yeye. And you will live forever to suffer. They just want a connection. They want something to connect you. Hiyo ndio inaitwa alliance. Covenant. Wanataka to just to connect you. Your sister-in-law will come. Na abebe tuka kitu. Uko na wigi mzuri. Anakupatia, anakuambia siniwacha nikuachie ni bebe hii. Nasema hata yako ni mzuri, ni Brazilian. Utakuja kujua ni Ugandan, haikuwa Brazilian ama ni Ukamban. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things that you take small. Mtu amekuja kwako na amesema uko na kikombe mzuri, wacha nibebe hii. Wacha nibebe hii. Usikubali. Anatafuta maagano. Hata kama ni dada yako, usikubali. Mwambie kama ni kikombe anataka, endeni kwa duka mnunue kikombe kama hiyo. Mwambie chukua ile kikombe. Kuna watu wanataka noti yako tu, you are silly. 100 note peke yake umupatie. Aida akafanya nayo maagano. Na watu wengi tumekamatwa katika hiyo njia. Wamekuja kwenye biashara zetu, wamechukua tu pesa, wanataka tu pesa jasho yako. Kuna mama mwingine hapa aliniambia mama yake alikuwa anamwambia uchukue pesa ya mzee. Imagine sasa wewe unaambia yule msichana wako ati chukua pesa ya mzee tuipeleke ikatengenezwe ndio akupende sana. Na usitume na M-Pesa, utume ikiwa cash. Nataka umuitishe akupatie na mkono, asitume akupatie na mkono ikiwa cash. Kutoka siku hiyo mwanaume atakaki kuona huyu mwanamke. Anampigia, wanaongea vizuri, wakiambiana wakutane mahali, na mwanza kumita mjiga takataka kwenda kabisa. Maana mama alienda kwa muganga, hiyo kitu ikafanya opposite, ikavuja doa. Maagano hayakufanyika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende kwa maagano ya 4. Blood covenant. Tutapata kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza chapter 6 verse 16. Wakorinto wa kwanza chapter 6 verse 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Noto dieta tunamalizia, tumebakisha moja. Alafu Jumapili tutaingia ndani kabisa. Ndani tutaingia kwa mambo ya sex with animals, sex with children, sex with close relative, sex between man and man. Hizo tuingie ndani. Alafu tutavuja hiyo maagano yote na nitawaanoint. Taachilia upako kwa maisha yako. From there you live a holy life and no demon will ever dare with you, because you will make a special anointing
covenant, anointed covenant with your God. And from there, I'm telling you, mambo yote ambayo unaonanga ilikuwa magumu kufanya, unaona inafanyika kwa urahisi tu. Mnaenda tu mpaka unashindwa, hii kitu ndio ilikuwa inanishida. Unaisha wangapi wanajua kuendesha kisululu? Kisululu, mweze kisululu? Kisululu ni chao? Unajua kisululu ni nini? Umesikia for the first time? Kisululu ni bicycle. Kisululu. Tuko tumefika kweli? Ni wa Korinto wangapi? Wa kwanza mstari wa 6. Tutaenda mpaka mstari wa 18. Maana kama mjuavyo, anayeungana na kahaba huwa mwili mmoja naye. Anayefanya nini? Anayeungana na kahaba huwa mwili mmoja na nani? Naye. Kama ilivyoandikwa, nao wawili watakuwa mwili. Wawili watakuwa nini? Mwili mmoja. Twende 17. Lakini aliyejiunga na Bwana huwa roho moja naye. Hello? Huwa roho moja naye. Kwa hivyo chochote ambacho mliungana nacho kimwili ni damu. Ile sperms zilitoka na ile nani yako ilitoka ikaunganika pamoja. It is a formation of the blood because the sperm is the life thing ambao ni mtoto. Kwa hivyo it is the blood, meaning kutoka hapo mumekuwa mwili mmoja. So the spirit ambazo niko nazo zote zitaingia kwako, nazo spirit ambazo uko nazo zote zitaingia kwangu. Kwa hivyo kama ulikuwa umebeba spirit ya kilaana, basi laana zote ambazo mimi nimebeba nitakukabisi. Kama ni wewe ulikuwa umebeba spirit ambazo ziko na laana, nawe umenikabidhi. Kwa hivyo matatizo ambayo nimekuwa nikiyapitia utayapitia. Matatizo ambayo umekuwa ukiyapitia nitayapitia, maana tumeshikanishwa na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. We are blood connected. Na ndio unaona damu inatumika kwingi katika kuvunja ama kujenga madhabahu. Tunatumia damu ya Yesu kuvunja madhabahu. Lakini tunatumia damu ya mbuzi kuzungumuza na waliokufa. Wakikuyu tunaenda kuzungumuza na wale watu walikufa samani. Tunaitaga gomi, tunaenda tunawaita kutoka kaburini mwao. Tunachija busi kisha tunamwaga damu. Tukimwaga damu basi kuna vitu zingine tutafanya hapo za mbuzi. Alafu hizi mbuzi tutatumia kuita the spirit za wale ambao walikufa, ndio wakuje watuambie kesho itakuwa namna gani. Sasa unashindwa, mtu amekufa alafu unamuita ati akuja kuambie kesho itakuwa namna gani. Huko na shida, kumetokea ugonjwa fulani. Sasa tunaenda tunachija busi, tunamwaga damu na tunamwaga pombe, alafu tunaambia wale waliokufa tuambie tutafanya nini. Kumaanisha hamuna akili. Sio ni kusema hamuna akili. Kwa sababu kama unaenda kuambia mtu aliyekufa akuambie, akili yako imeenda wapi? Bona why are you not able to see? Why are you not able to know what is ahead of you? Kama sasa tumekuwa hapa juzi, tulikuwa hapa tukaombea mvua ikaondoka, siliondoka. Tukaambia kuna kale kama mama kanakuja, kale kakuzunguka. Mnakajua kale kama mama kale kakuzunguka? Wild wind. Unaitwa wild wind. Kwetu tunaitaka kama mama. Gomasiaka. Kalikuwa kamekuja, kalikuwa kamepita Mozambiki, kamegoga Pemba, kalikuwa kamepanda kukuja hapa. Tulisimamisia wapi? Tukaambia mama, hapa hauna chako. Mvua tukafanya nini? Lakini mvua itarudi. 2 weeks to come. Itakuja kubwa kuliko hiyo. Kubwa kuliko nini? Hiyo kwa sababu Kenya iko na mapigo. Sema nini? Sema mapigo. Kenya iko na mapigo. Kama ile wale walipigwa, wakapigwa na upele, wakapigwa na nyingine. Wana wa Israeli. Wakapigwa na machura zikakuja, wakapigwa na nzige zikakuja. Mapigo zilikuwa ngapi? 7. Ufalme huu ulikuja kwa njia ya Mungu. Lakini ulikuja katika njia ya kujificha ya kiungu. Lakini sasa kuna wakati in 2 weeks time again ama 3 weeks time, kuna wakati tutaenda kuvalishwa vazi la kishetani.
Na tukivalishwa vazi la kishetani ndio tuanzishe kazi ya kishetani hapa katika nchi. Maana Kenya imekuwa appointed katika ulimwengu wa giza kuzuia kazi ya Mungu ambayo inakuja kuanzishwa Kenya. Halo? So ndio lazima tungefanya kazi kubwa mpaka tushike kondoo moja ambaye ni mkuu, kondoo aliye na nguvu, kondoo aliye na nyama za kutosha. Tumchukue, tumpeleke kwa nchi fulani, tumuvalishe nguo mzuri, tumupatie heshima ambayo haijawahi patiwa kiongozi wowote katika Afrika mzima. Ndiye akuwe point man wa kila wa hao wengine, kuwe prefect wa Afrika mzima. Huyo kondoo atakuwa prefect wa Afrika mzima na apatiwa uwezo mkubwa wa kukanyaga watu na hakuna mtu atamuuliza. Ndio ahakikishe kanisa zote zimefugwa, ahakikishe wachungaji wamemalizwa, ndio ahakikishe COVID igine ikuje next year, ndio ahakikishe ikikuja atawakubalisha watu wakufe. So hii maneno yote ni kwa sababu ya maagano. Maana kuna watu walifanya maagano na shetani, na watakapokwenda, huyo kondoo atakapokwenda kule, ataenda kule na atafanya maagano mapya. Kenya ataiuza, ataipatiana kwenye hao ambao wanataka kumkula Kenya. Lakini Mungu ni nani? Atasimamisha watu ambao hawana nguvu, lakini watasimama na watasema maagano hayo hayatafanyika Kenya, na tunaikazo hiyo maagano. Na hiyo ndio unaona itachagia, hiyo ndio inaona itachagia. Tulisema mwaka huu hivi vitu kienda, bendera itakuwa nusu mlingoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka huu ama mwaka hiki hivi, hapo hivyo itakuwa nini? Nusu mlingoti, kwa sababu kazi ya Mungu lazima ifanye. Na hapa ndio nawaambia mimi sitaki ujinga. Kwa sababu mimi najua, I know why I'm here. I know why this pulpit imejengwa. I know why this church imejengwa hapa. I know why we are here. We are here because of such a situation like this one. So sitakubalisha hawa makondoa huko wakuje, kwa sababu makondoa huko tuko na wao hapa. Tuko na wao kadhaa wako hapa. Na ni wa wapi? Ni wa huko. Na waambia go mulete kisugu, mulete nini, mulete githigithigi, ndio hiyo kazi siendelee. Ndio kule wale kuja kondoo yule akikuja avalishwe nguo mzuri, akikuja atapata hakuna watu wa kuchallenge. Acha nikwambie, utamezwa. Si utupatie siku kidogo tu, uone kama hautamezwa na uende na tutasahau. Tuko haya, tuendelee. Jiepusheni kabisa na usinzi. Dhambi nyingine zote hutendwa nje ya mwili, lakini msinzi hutenda dhambi dhidi ya mwili wake mwenyewe. Unaona, dhambi zingine zote tunazifanyanga kule nje, lakini hii dhambi inafanywa ndani ya mwili, ndio kufanya kuhakikisha ya kwamba madhabahu ambayo mwili wako ambao ni madhabahu yamekuwa nini? Yamedhalilishwa. So that is why they thrive in sexual acts, sexual perversions. Ndio waweze kufanya ule mwili ukue dhaifu, udhoofike, ukose nguvu ya kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mimi nilipitishiwa kwa wanawake wengi ndio nisiweze kukuja kushika microphone. Unajua hawafurahi. Maana walikuwa wamenikamata. Nilikuwa archbishop kule. Mkubwa. Sasa wanaonanga mimi ndio nahubiri kulipua siri zao zote. Wanasema kaka kama ndo nakole. Wacha tukatumie watu fulani pale waende wakanyongoe kidogo. Watanyongoa nani? Mimi ni kama ile samaki kale kanaitagwa kateru. Unajua kale samaki kanaitagwa kateru? Kale ukishika hapa kanachomokea hapa, ukishika padika kanachomokea hapa. Si ati sitapatana na mitego mtaniwekea. Na ingine itaninasa, ninaanguka, naamuka. Nikianguka tu naambukaga tu. Si ati I'm good, I'm not good, I'm not clean. Nawaambia kama I'm not clean. Kabisa, I'm not good. Usiniamini sana 100%. Kama uko na sura mzuri hivi, usiniamini tuende kwa hoteli na wewe sana. Nitafika huko hiyo kakitu kaniigie. Na nianze kukwambia hi darling, hi baby. Na unipeleke na hapo, maana umetumwa ukuje uniweke hiyo roho. Nianze kukuita baby.
kidogo kidogo nimefanya, nimemaliza. Alafu nikimaliza shetani mwenyewe ndiye anakuja kuta apostle. Kwani kumeenaje apostle? Apostle, makutane ate umeakusha mafuta ya Mungu. Mungu ni wa huruma nyingi, maana anatusikiaga tu. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why I normally tell you, be open. Nobody is very special. Hakuna mtu clean hapa. I'm not also clean. We are all dirty. Confess every time. Mwetu anasema ati, sasa Benihin, tulikuwa tumesema Benihin si mzuri, Benihin mbaya, Benihin haya. Shona mdomo yako. Sisi tulikuwa na nani hapa? Nikawaambia Benihin kile kitu amefanya huko Nyayo Stadium. Mumesikia amesema, I may not come back. Maybe this is my last time. This man came to say bye. Na alipojua maana watu kama hao Mungu anawaambiaga tayarisha safari. Na nikaambia watu hapa, huyo mzee ni kwenda naenda. So what he is doing, he is cleaning his way. Mtamkuta biguni kwa wale mtafika. Mkiwacha juko kwa wale ambao mtaacha juko muwafike. Mtamkuta huyo mzee biguni na atakuwa kwenye kiti upande wa kulia wa Mungu. Huyo mzee maana ametubu kabla aende. Hata kaa sana. Mngoje tu hata kaa sana. Na atalala tu kwa kitanda, hata gojeka, ni kulala tu atalala. Mungu achukue because ataondoka akiwa msafi. Yes, alifanya maneno. Wewe mwenyewe, wewe tuseme wewe ulitoa pesa, alikudanganya, ukatuma pesa dola 10,000 na ukampelekea, ukamtumia. Maana alikwambia seed, panda seed. Panda seed. Yeye na Kanyari ni kitu kimoja. Panda seed. Sasa na wewe ukapanda seed. Sasa unasema huyo mtu ni mbaya? Ni mbaya. Sasa wewe ambao ulipanda seed, ulikuwa unapanda seed wapi? Kwa shamba gani? Ni shamba ulikuwa umelima? Wewe ambao ulipanda kwa shamba gani? Shamba yako? Wewe ambao ulitubwa ndio mujisha, ndio kuwe na financial breakthrough. Financial breakthrough ulikuwa na muhonga, yeye ni Mungu. Alikupatia address ya kutuma pesa biguni? Ama alikupatia M-Pesa ya biguni? Si ulimtumia? So equally yeye na wewe, you are both criminals in the eyes of God. Nyinyi wote ni wakora, watu wa shortcut. Kwa hivyo kama yeye ametubu, hata wewe enda utubu, na hiyo tu pesa ulimtumia. Enda utubu. Na wewe utachomeka, yeye utamwangalia kule akicelebrate biguni, maana he has cleared his path. Ametengeneza njia yake. Sasa wewe kaa na hiyo ujinga yako, tenia hii siwezi kusema, unajua ni kitu ya aibu, italeta aibu. Acha nikwambie, Peni na mimi sina kitu ya aibu. Kama nikurebu mwanamke, nitakwambia nilirebu mwanamke na nilimrepia kwa reli ama kwa madisi, na because I have cleared myself. Wewe kana yako mzuri, wewe mliokoka vizuri, wewe kana yako. Always learn to speak it out. Speak it out. No matter what you did. Hata kama ulilala na brother yako, kuja hapa sema nililala na brother yako. Ama hata kama ulilala na baba yako kwa makusudio mazuri. Kwa sababu kuna wasichana na wamama wanalalanga na wazazi wao kwa makusudio mazuri. Na kuna wale wanalepiwa. Na kuna wanapenda baba yao. Anasemaga hii nasikiaga vizuri nikilala na baba yangu. Kama umefika wakati wa kufunguliwa, kuja sema hapa. Usiogope, sema, maana hiyo ndio kifunguo ya kufungua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipofanya hivyo, utaishi kwa hiyo laana na itaishi kwa shingo yako. Milele na milele hautafaulu. Milele yote kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautafanya nini? Hautafaulu. Na hiyo ndio tunaita the blood covenant. That's the power of the blood covenant. Sasa tuikilia mwisho ya 5 inasema nini? Food covenant. Agano la chakula. Na hiyo sasa ndio wengi sasa hapa tunakuaga nayo, na imetuharibu na imetumaliza kwa sababu ya tumbo zetu urafi, mdomo mingi, nini, kuletoka chakula hapa, atenda kule hela. Mimi ile chakula mnanileteaga sikulagi. Na ngojaga utoke napatia watu wengine manatupa. Siwezi kula. Itakiwe kule ruge ati nilipikia nyumbani, nikaona nikuletea, nikubless. Nitaona the question ni ula hota, lekei hote. Nilikwambia mimi nataka chakula. Nilikwambia nitakwambia kama nataka uende nipike kwa Roda. Ingia pale uende nipikie chakula. Lakini mnapaka ati mwende mkanipikie na sijakwambia. Siwezi kula. Sasa kuna haja kwenda kupoteza gasi pale kwa sababu nitaitupa tu. Nitakoja utoke ni muage kwa dustbin.
Kwa sababu ulinipikia kwa nini sikuwa nataka? Sikuwa nimekwambia unipikie. Unanihurumia, mimi ni ndugu yako. Ndione muhotu muno atekanira he apostle the question era ahota. Apostle alikwambia ananyita kwa nini nganago? Apostle hana mikono ya kujipigia. Hapana, until penina nikwambie ingia pale. Ndio nipikie. Bwana asifiwe sana. Hii ya kuletewa, hii ya kupagiwa, wachana nayo. Tomatuda tudogo tudogo. Ati hai hane, shiko hai hane. Wachana nayo. Ujui, nitakuletea chungwa tu moja na hiyo chungwa hii moja iharibu boma yako. Ukifika nyumbani unaona bwana yako unaona ni nyoka. Rimasa, rakapakaka. Mzee anashindwa ni nini? Riama senda yara. Pepo riaka na nikachungwa kanafanya kazi. Chungwa tu ndio inafanya kazi. Na ilikuwa hiyo tu ilikuwa imepagiwa hivyo. Rima shandara basanya ya kenda. Na wengine kwa sababu hawajui naturally, hawana hiyo kitu, wanakopigi watu wengine. Kuna sasa wale wamekopi Kimani William. La maganda, rimaganda, ribasanda, rimaganda. Nani kachukua kanafanya hiyo kazi. Kachukua kadogo ama kaperemende hivi. Ama kabigiji karoli pop. Food. Kitabu ya Luka 22 mstari wa 19 mpaka 20. Ndio uelewe power ya nguvu, power ya chakula. Hiyo niliwaambia kwanza tukianza hapa. Tulikula na kiapo na nyama. Si hiyo ni chakula? Na inashuma hiyo unafuga ngozi kwa nyama, ngozi ya busi karefu hivi kama kakapa, alafu pati hiyo ingine unafuga sehemu nyeti. Sasa imagine sehemu nyeti inaingiliana wapi na chakula? Siko. Sehemu hii nyeti na chakula ilikuwa inaingiliana wapi? Ujui, lakini ulikula. Sehemu nyeti katika kiapo inaingiliana, maana ndio chanzo cha mtu kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama si hii sehemu nyeti na hiyo sehemu nyeti ungekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo katika kizazi cha binadamu ndio shetani ana-attack. Shetani ndio anaingililia kwenye sehemu nyeti. Na ndio tulikuwa tunalishwa kiapo na nini? Na sehemu nyeti. Ndio ananiangalia hivi. Anashindwa aje sasa. Kilitokea ubishi kati ya hao. Ni kweli tu hapo. Chapter 22 verse 19 to 20. Halafu akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kwa hivyo chakula ni chombo muhimu katika kukumbuka. Ndio naona kampuni zikifanya mwisho wa mwaka zinaandaa karamu ya mwisho wa mwaka. Kampuni zote mnakula chakula cha kufunga mwaka. Mkifungua mwaka bado mnaitwa karamu nyingine, ndio muwafanye agano. Chakula ni kitu chombo muhimu katika kufanya maagano. When you want to do business, you do business lunch. Mnaenda kwa hoteli, mnanunua lunch pamoja, inaitangwa business business lunch ama dinner. Mnaenda mnakula pamoja, maana chakula ni chombo ama kiungo muhimu katika mwili wako. Kwa hivyo wakati tunakula pamoja itatuleta kwa pamoja. Chakula kina uwezo wa kuleta watu pamoja, na chakula kina uwezo wa kumaliza wewe. Maana watu wengi wamerogwa kupitia kwa chakula. Familia nyingi zimeangushwa kupitia kwa chakula. Vitu vingi vimetendeka kupitia kwa nani? Kwa chakula. Kwa hivyo chakula ni kitu ambacho unakuwa kuangalia sana. Na chakula uangalia magonjwa mengi naitwa lifestyle diseases. Cancer ni ya chakula. Diabetes ni chakula. Pressure ni chakula. Ukimwi pia ni chakula. Ama si chakula? Sinapitia kwa ngono.
Zote hizo zote ni nini? Ni chakula. Maana ni kiungo ambacho kinatumika katika kuinua madhabahu. Katika vitu vyote katika dunia, kile ambacho kimeinua madhabahu makubwa sana ni chakula. Kaini na Abel walipeleka, huyu alipeleka mbuzi, huyu akapeleka chakula cha nini? Naye Mungu anatuambianga, leteni mazao yenu ya kwanza na malimbuko, muone kama sitawafungulia milango na dirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaka ambazo mnazilete hapa zimetokana na chakula. Chochote ambacho tunakifanya, angalia tubo peke yake, tubo peke yake. That is what has formed the world. Tubo, si kitu kingine. Sio kama unajua. Bunduki imetengenezwa kwa sababu ya nani? Kama hatungekuwa na tubo, hatungeenda kuiba. Hatungekuwa na wakora, hatungekuwa na criminals. Bunduki ilitengenezwa kwa sababu ya criminals. Criminals wanataka kuiba ndio wapate nini? Chakula. Hizi manyumba zote hatungetengeneza, maana hatungekuwa tunahitaji chakula. City kama hii haingekuwa, maana hatungekuwa. City imetengwa kwa sababu ya watu wanatafuta lishe, wanatafuta chakula. Ule amekaa Ruda, amejenga nyumba mzuri. Yes, amekaa Ruda. Na yule amekaa Kawagware, wote ni the same. Kwa sababu wote wanang'ang'ania kutafuta nini? Chakula. Style yako ya kutafuta ndio tofauti. Kwa hivyo chakula ndio kiungo ambacho kinamweka Mungu mtu hai, na ndio kinamweka mtu akaweza kufanya ushawishiki mkubwa katika dunia yote. Chochote mnasikia, vita vya Vietnam, vita vya Ukraine, vita vya Israeli, ni tubo, si kitu kingine. Na tubo inakontroliwa na nani? Na chakula. Kwa hivyo katika tubo policies za dunia zinafanyika. Katika tubo watu wanatawaliwa. Ukitaka kuwa kiongozi wa nchi ama watu mahali fulani, unafanya watu wanakuwa maskini ndio uwaokose. Umeisikia Raila akifanya kampeni Ruda? Ama Muthaiga na maroli ya Raila. Sasa tunatangaza baba anaenda kuwa rais, mjitokeze. Wapi? Hawapendagi huko, wanaenda Githogoro na huko chini, wanaenda Kawagware, wanaenda Mukuru kwa Ruben, maana huko ndio shida ya hapa. Na mnapatiwa ka 50 kanaenda kanatatua shida ya siku hiyo. Kwa hivyo food is a component that controls and manipulates mankind. Food has created anything you see on earth. Hiyo kitu umekalia ni food. Hii madhabahu mtuko hapa ni food. Hata hii kuhubiri yangu yote ni tubo. Mkikosa kuleta sadaka hapa mtafikiria nitakuja. Hii sadaka ndio tunalipa nayo nyumba. Hii sadaka ndio ninaweka nayo gari yangu mafuta. Hii sadaka ndio tunanunulia wale watu unaona tunasaidia hapa chakula. Hii sadaka ndio inafanya maneno yote hii microphone ni sadaka yako. Kwa hivyo mkikataa kuleta sadaka itakuwaje? Si maneno naisha hivyo. Na mimi nitasikia jana nitasema tia hata nitawatusi. Tia kwa maisha. Kwa sababu tubo imekathirika mpaka ni mwai. Akalia Yesu mwana wa Mungu alikamatwa na nini? Hasira ya tubo. Akakuja kaona mti ndio ule mkubwa, akakuja paka kwa hiyo mti, kukuja hakuna kitu. Alifanya hiyo mti namna gani? Paka saa hiyo mti imelaaniwa. Imagine kwa sababu ya nini? Tubo. Yesu ni tubo ilimtawala. Akarani mti paka saa hii. Kwa hivyo hasira ya tubo ni baya sana. Na watu wengi laana zinaachiliago wakati wa mtu akoja. Baba yenu wakati ataachilia laana, ataiachilia wakati mmekosa kumsaidia. Akurwe na njaa mpaka unaona mzee amekaa. Chagilia mwana ukioka konyana. Kama mzee kana kufa. Hiyo laana imekukamata. Kwa hivyo food is a main. Ndio kwa maana hata Yesu alishika mkate akaumega kisha akaula akamwambia muwe mnanikumbuka. Muwe, kwa sababu alijua safari imeenda. Muwe mnanikumbuka na nini? Na maagano ya tubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona imefika saa 9. Wacha tuachie hapo. Kesho tuko na service. Kesho mkuje tu. Hivyo mmekuja leo. Kesho mkuje ndio tusungumuse mambo ya sex, covenant ya blood ambayo inaleta mambo ya sex. Hiyo sasa ni muhimu sana kwetu sisi zote. Alafu nitawafundisha jinsi ya kuomba na kuelewa hizi vitu zote zinakujanga kupitia nini.
na zilikuja kwako, ndio utaelewa siku ile niliota ndoto hii, kumbe ndio maneno yangu iliharibika, kumbe ndio maneno yangu haikuenda penye inastahili. Mungu wa mbinguni awabariki. Tusimame kwa miguu yetu, mlete sadaka zenu hapa, kisha mkuje hapa praise team kwa utulivu kidogo, muweke tu worship kidogo, ndio tuweze kunani kuabudu Mungu, tuingie katika kuvunja haya maagano, kwa sababu kila mtu najua amepitia kwenye agano moja au mbili kama hiyo. Sasa msongee tu hapa mbele na mlete sadaka. Baba, lete sadaka hapa. Ulikuwa umebeba ama ulisahau? Umebeba? Wekelea hapa. Bahasha hauna? Wekelea tu hapa. Sio lazima ikuwe na bahasha. Wekelea tu hapa. Tabrokia, fungua kabisa. Fungua hiyo noti. Hiyo ndio uko nayo, usiogope. That is your money. Yeah. That is what God has given you. Usiwe na wasiwasi. God loves you the way you are. Nilisema mkuje hapa mbele, sikusema msimame huko. Watu wanapenda kuibiwa wipo, wanapenda kubebereswa, wanapenda kuitwa. Karibu niwaite mabebs, kujeni. Nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Nimesema mkaribie, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse. Fungua kinywa chako, mwambie niguze. Inua mikono yako juu, mwambie tuniguze, nipatie ujazo, nipatie ulegezo, nisaidie nikuelewe zaidi, nisaidie nikuelewe na nikujue, maana wewe peke yake uko na uwezo wa kunijaza. Nipe mamlaka yako, nipe upendo wako, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse Bwana, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako wa rehema, uniguse Bwana, uniguse, unijaze, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako.
na ukawaambia watakapofika hapa watapata kibali chako na watapata kubarikiwa. Leo hivi ninawakabidhi mikononi mwako, ninapovunja maagano aina yoyote ambayo yalifanyika katika maisha yao, iwe ni maagano ya damu, maagano ya ndoa, maagano ya mahusiano, maagano ya ushirikiano wote ule, maagano ya kingono, ya kibiashara, ya kuishi, maagano ya kifamilia na tamaduni. Zote hizo ninawalete mbele yako na maagano hayo yote, maana ulisema tukuletee mizigo yetu yote na utatufungua. Kutoka sasa ninatangaza ya kwamba wote hawa ambao walifanya mimi nikiwa pamoja na wao, maagano yoyote ambao tumewahi kufanya ambao si maagano yametokana na wewe, iwe ni maagano ya ngono, iwe ni maagano ya sex, iwe ni maagano ya mahusiano na watu na binadamu na makampuni na mahusiano ya kidini, mahusiano ya kikazi, mahusiano ya damu, chochote ambacho tulifanya ambacho hakiambatanishi na kiitanishi na wewe, kutoka sasa kwenda mbele ninajitenganisha na ninatenganisha watoto hawa wako sasa. They are all free from today. They are all free from their sexual altars and the sexual covenants, marriage covenant, all blood covenant, every covenant that they have gone through. From now I destroy it, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Maagano mengine tulipelekwa kwetu na wazazi wetu. Maagano mengine tulikuta wa mababu zetu walikuwa washafanya. Maagano mengine tulifanya kwa ajili ya udongo na sehemu tunazoishi. Maagano mengine ilifanyika kwa sababu ya kazi za giza ambazo hatukujua, tulipelekewa. Maagano mengine tulifanya na mapasta na mabishop na maarchbishop na maprofet na madefiner, wote tulifanya maagano. Na hiyo maagano haikuwa yako baba. Ninakuomba tu kutoka sasa, agano lolote walifanya na mtu yoyote yule, awe ako hapa ndani ama anatutazama kwa TV, kutoka sasa kwenda mbele, maagano hayo yote ninavunja katika jina la Yesu Kristo, na haribu na kusambaratisha kazi zote za giza. In Jesus name we pray. Amen. You are free. You are free from any covenant. Any covenant ambayo uliandika, either uliandika ukijua ama uliandika pasipo kujua, you are free from today. May God deliver you from today. May you be set free from today. Maagano ambayo ilitengenezwa na shosho na guka ambayo imekudhuru sasa, imevunjika katika jina la Yesu Kristo. Maagano ambayo ilifanyika na baba yako na mama yako bila wewe kujua, imevunjika katika jina la Yesu Kristo. Maagano wewe mwenyewe umefanya na watu, wanaume, wanawake, kikazi, kimazingira, yote imevunjika katika jina la Yesu Kristo. Maagano ambayo ulifanya na wachungaji, maagano ulifanya na waganga na wachawi, maagano ambayo ulifanya na majini, yote ninaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Maagano ambayo yalifanya na wewe kupitia kwa mwili yako, maagano ya magonjwa, iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, iwe ni pressure, iwe ni kisukari, any covenant ambayo mwili wako uliifanya, ukasema mwili utakuwa ukibeba TB, mwili utakuwa ukibeba ukimwi, mwili utakuwa ukibeba kansa, kutoka leo every covenant iliyotengenezwa na ikalete magonjwa kwako, na ukakuwa wewe ni msafirishaji ama mbebaji wa magonjwa aina yoyote ile, kutoka leo the body is now free from any disease. The body is now free from any attack. The body is now free from any covenant. Every altar ya magonjwa haiko kwako tena, in the mighty name of Jesus Christ. Maagano yaliyofanywa kule kuzimu na watu wa shetani, ati hautapata kazi, ati utaishi kwenye mazingira mazito, utaishi kwenye umaskini, utaishi kwenye mateso, utaishi kuchukiwa, utaishi kuwa limited, utaishi kuwa stagnated, kutoka leo maandishi yaliyoandika yale maagano ninayafuta katika jina la Yesu Kristo. Kutoka leo utapata kazi, kutoka leo utabarikiwa. There is no more stagnation. Huduma yako imeanza, huduma yako imeanza, huduma yako imeanza, kazi yako imeanza. Kila kitu kilichopokonywa kutoka kwako kitaanza kufanya kazi in the mighty name of Jesus Christ. Receive your blessing now. Receive your freedom. Receive your freedom. You are free from captivity. You are no longer a slave from today.
may the Spirit of God dwell in you. May every disease, may every confusion that was sent to you be eliminated in the mighty name of Jesus Christ. Huduma zenu zifunguke na zinawili. Mupate vibali na muende bali. Na katika praise and worship kusipatikane tena any confusion. Maana ni covenant zilifanyika, zikafanywa hapa. Zingine ni za ngono, zingine ni za uchawi na uganga. Kutoka leo, I set this place, ikwe a holy place, a holy altar, where nothing, hakuna mambo yoyote ya kiuchawi, ya kiuganga itafanya kazi hapa. Nimewaachiliwa. Pokeeni vipawa vyenu, pokeeni nguvu zenu kutoka sasa. Pokeeni. Receive a special anointing. Receive a special anointing. Uimbaji wenu ulete deliverance. Uimbaji wenu ulete freedom. Uimbaji wenu ulete success. Uimbaji wenu ulete freedom. In the mighty name of Jesus Christ. Funguliweni sasa, funguliwe miguu, funguliweni mikono, funguliweni koo zenu, midomo yenu, vinywa vyenu, mikono yenu ifunguliwe. In the mighty name of Jesus Christ. In this hall, the synagogue, I declare and decree, any covenant and any evil altar ambayo ilikuja ikajengwa kwa kona moja au nyingine katika nyumba hii, ikakuja ikawekwa kwenye viti vya kanisa hii, ikakuja ikawekwa kwenye microphone za kanisa hii, ikakuja ikawekwa kwenye altar ya kanisa hii, right now I declare and decree, aliyezilete na yeye na haya hizo zililetwa zote ninazikunja, ninazirudisha kuzimu katika jina la Yesu Kristo. No altar, no evil altar, no evil covenant, no evil spirit itapata upenyo kwenye mlango wa synagogue, itapata upenyo kwenye huduma ya synagogue, haitapata upenyo kwenye intercessors, haitapata upenyo kwa praise and worship, haitapata upenyo kwa the basement, haitapata upenyo kwa Peniel, haitapata mkano kwa Bethel, haitapata upenyo kwa yeyote atakayepata nafasi ya kuhudumu nyumba hii. Ninawaacha huru wahuduma wa nyumba hii, ninawaitisha wahuduma wa nyumba hii, wherever you are, I command you in the spirit, ninawaita mara moja, come and do the service, come and do his will, come and do the will of God, in the mighty name of Jesus Christ. Now I want to call the fire. Lift up your hands as the fire comes. Any demonic fire, any demonic fire that was lit in this sanctuary, that was started in this sanctuary, from today, I switch it over. I switch it over. I switch it over. They will never be able to prevail. Any demonic fire, any demonic fire, any demonic altar, you got no power. You got no power. You are powerless. In the mighty name of Jesus Christ. And those who brought that demonic fire, start now burning. Anza kuchomeka, anza kuteketea. Moto huo mwenyewe ukuchome. Huo moto mwenyewe ukuchome. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Lift up your hand as we receive the new fire. In the newness of the covenant of the blood of Jesus, the covenant that you made with Abraham when he brought his son as a sacrifice, but you swore to him because of his obedience, you will always walk with him. I connect myself and I connect this altar with that altar that Abraham gave to you, that made you to swear that you shall never forsake him nor leave him, that you will walk with him wherever he going. Then you will let Jesus, the son of your son, shed his blood on the cross, that this blood will be sprinkled down to us. Whosoever believes in it is set free. Right now I'm raising and lighting a new fire
that He will set every one of us in here free. Now receive the blood. Nyunyiza blood. Nyunyiza blood. Receive the blood. Receive the blood. Receive the fire. The fire of the Holy Ghost. The fire. Pokea moto. Pokea moto. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Pokea sasa. Ndio hiyo inakuja. Ndio hiyo inakuja. Ndio hiyo inakuja. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. 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 Receive. Receive. In the mighty name of Jesus. 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 Receive. Receive a fire. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Holy Ghost fire. 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 Fire, fire, fire. Can fire. Fire. Holy Ghost 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 fire. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Holy Ghost fire. Receive the fire now. Receive the fire now. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. In the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire. The fire of Jesus. Thank you, Jesus. Remashanda la la la. Reshendere reboza. Riana Masaya rina sheta. Rime aeko lina azeria. Rime shete teteboza. Mwache akae chini. Rima ya ndorobozi liya daramashando lulusaya. Rika ende buri ya dabasaya. Rinae kanta babasandindo rira. Reshende rebo seka. Riano robozondo remoya. Rianda rabasi kindididididi. Shuka baba sasa. Shuka kwa watoto. Nena na wao sasa. Talk to them now. Speak to them. Ninaachilia Holy Ghost. Speak through tongues. Speak through tongues. I release the Holy Ghost now. I release the Holy Ghost now. Holy Ghost now. Holy Ghost. 1, 2, 3. Receive. Prophets. The spirit of the prophetic spirit. The prophetic angel is around. The prophetic power is around. The prophetic authority is with us now. Is with us now. Take control now. Holy Spirit, take control. Take over your people. Receive your people. Receive your people. Keyboard. Wale ambao walikuwa wamekosa kazi imekuja. Wale ndoa zao ziliibiwa zimeregeshwa. Ile spirit ya kiburi ambayo ilikuwa kwa nyumba hii, Mungu ameiondoa katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Every spirit of pride yenye ambayo ilikuwa imeshika nyumba hii imeondolewa katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana anasema siku 7 kutoka leo atadhibitisha hivyo. Kiburi kimesushwa. Bendera ya unyenyekevu imepanda juu. In Jesus name. Ooh. Ooh. Tulia tu. Roho Bwana anatembea. Roho Bwana anatembea. Ngai leto kwendete. Ne kwendete Ngai. Otara wadirikania Abrahamu dirikana fafa. Ore wadirikania Joshua dirikana. Tarora mundu gwetwa Elisha athiũrũrũkĩirio nĩ thũ nyingĩ mũno atangĩahotire gwĩtiria tondũ igana kũmũtiganĩria.
Joshua akoragwo mbara-inĩ oro mũthenya, ndũigana kũmũtiganĩria baba. Musa nĩ akinyire handũ moko make makĩnoga, no ndwagire kũmũhe andũ a gũmũtindĩra moko make Ngai. Baba, ndarũgama hata ndungata yaku, baba, ndĩ mũnogu biũ, baba, ndĩ mũnogu. He ndungata cia kũndirĩrĩra Ngai, he andũ a kũnyitĩrĩra moko baba, he andũ a gũtwarana na niĩ Ngai, he andũ a gũtwarana na kĩoneki gĩkĩ baba. Ngai, nĩ ndagũthaitha tũkareke kĩgongona gĩkĩ gĩgaconoka nĩ ũndũ wa andũ arĩa matakũbatie, nĩ ũndũ wa andũ arĩa matakwendete, arĩa matendaga kuona ũgacĩrĩku, arĩa matendaga kuona ũgĩthiĩ na mbere, arĩa matendaga kuona baba bũrũri ũyũ ũkauma moko-inĩ ma ngoma. Nĩ ndagũthaitha maroho macio ma Freemason, maroho ma nyoka, maroho ma ciũra, maroho ma ndinoho, maroho ma ciĩmbu marĩa matũrĩte marĩ nyũmba ĩno Ngai, maroho motharia na ma ũmaraya marĩa manatũra nyũmba ĩno baba, mothe Ngai twehererie, tũtingĩhota kũrũa nao, we nowe tu, tondũ nĩ ũrakĩona nginya andũ ao makĩrĩ gũkũ, maajenti mao makĩrĩ hamwe naniĩ, nĩo wanengerire atĩ moke manyitĩrĩre, no matiokire kũnyitĩrĩra, mokire kũngũithia, mokire kũndũithia kũrĩ andũ, mokire kũhũrithia kũrĩ andũ Ngai. Nĩ ndagũthaitha tu Ngai, rũgamia kĩgongona gĩkĩ kĩrũgame na njĩra ĩ kĩhoto, na njĩra ĩ ma, na njĩra ĩna wendo waku Ngai. Baba, nĩ ndagũthaitha o torĩa Dathani na Kora mameririo, thĩ ĩgĩatũka makĩmerio nĩ ũndũ wa gwaka tenti iria makire. Baba, nĩ ndagũthaitha tu magongona maya ma ngoma rĩ, maya mokire makĩhandwo gũkũ rĩ, thĩ ĩno ĩngĩ watũka mamerio na mathiĩ na matikanonekane rĩngĩ gũkũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Fungua kinywa chako tu, mwambie Mungu ni asante kwa ukombozi ambao umeuleta katika maisha yako. Fungua tu kinywa chako, mwambie asante Baba, mwambie asante Baba, sikujua unanipenda kiasi hiki. Mwambie asante Baba, sikuwa najua. This is how you love me, I didn't know. Mwambie tu sikuwa najua, leo ndio nimejua ya kwamba bado uko na sehemu ya kusamehea, sehemu ya kukubali mtu. Forgive me, forgive me Father, forgive me. Naomba msamaha Baba, nakuomba msamaha Baba, nakuomba msamaha, ukanisamehe, ukanisamehe kwa maovu niliyoyafanya, ukanisamehe kwa mambo ambayo sio mazuri, maneno niliyoyazungumza ambayo hayakufurahisha, mambo niliyoyasikia nikakubalisha masikio yangu isikie na haukufurahi. Walivyo nisukuma nikakuwa na makasiriko. Baba, nakuomba tu nikumbuke. Kumbuka pia na watoto hao, wasamehe tu, marekereka matio uria marekaga, matio uria makoretwo magĩka, meciragia no tugo maiguĩre tha Baba, in Jesus name, amen. And now may the grace, and now may the grace nataka tu kuwatakia mema, nawaombea mema. Mungu wa mbinguni awajalie, Mungu wa mbinguni awabariki, Mungu wa mbinguni awafungulie njia, Mungu wa mbinguni awapatie vibali, Mungu wa mbinguni awasamehe dhambi zenu, Mungu wa mbinguni awafungulie milango, Mungu wa mbinguni awaelekeze mnastahili kukua, Mungu wa mbinguni awaondolee laana na vikwazo vya kimaisha, Mungu wa mbinguni awajazie vikapu vyenu, Mungu wa mbinguni awajazie vibeti vyenu, Mungu wa mbinguni ajalie mifugo yenu na wanyama wenu, Mungu wa mbinguni ajalie mimea yenu, Mungu wa mbinguni ajali udongo wenu, Mungu wa mbinguni awape vibali,
Maadui watakapowainukia, Mungu wa mbinguni apigane zile vita. Mnaposafiri msipate na mikosi, Mungu wa mbinguni awatangulie. Mungu wa mbinguni akutangulie. Mungu wa mbinguni akutangulie. Mungu wa mbinguni aishie milele, aliyeumba mbingu na kaumba dunia, ambaye ni baba yake Kristo Baba, awabariki. In Jesus name. Amen.